ya kwamba karibu ndani ya nyumba hii. Msalimie vizuri. Umemsalimia? Unajua kuna mtu hajatoka mahali yako kama Charity salimia. Yes. Hey mi amodo, umwene umwendete, oe moko na igoro wose. Yes, ni vizuri unasalimia mtu. Unajua labda alipotoka kwake kwa nyumba hajasalimiwa na mtu. Alafu hebu muulize swali moja. Yesu atakapofunuliwa utakuwa wapi? Utakuwa pamoja na yeye? Utakuwa mmoja wa kunyakuliwa? Ama utabaki ukijiuliza maswali? Ujue watakuwa wawili na mmoja atanyakuliwa. Utakuwa mmoja wa kunyakuliwa ama mmoja wa kuachwa. Haleluya. Mwambie toa hicho ambacho kitakuzuia. Wacha kuenenda na hiyo njia unaenenda nayo. Si itakuwa vizuri sana tukikutana huko tuwabianange tulikuanga na wewe CFC. Itakuwa kitu ya kufana sana. Tukikutana biguni mnaulizana na nilikuonaga wapi? Umwambie si ni wewe Alice ulikuwa unakaa hapo mbele. Wapi? Kwa kanisa gani? Unakumbuka kitu kizuri. Lakini itakuwa huzuni kuu kama tutafungiliwa nje pamoja with the four-legged animals. Haro. Tukisiaga meno. Tukilia. Na ujua hakutakuwa na nafasi ya kuhurumiwa. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho unaona kitakuzuia, kama Beatrice ni kikwazo kwako, tembea na Mungu. Hebu enda safari ya wokovu ni yako wewe. Kama kutatangazwa sasa, unajua ni wewe hatujui. Kugelikuwa kutaitanwa kanisa ya CFC kujeni. At least wengine wetu tuge. Lakini ni wewe. Tengeneza uhusiano wako na Mungu. Wokovu ni wako, sio wetu. Ile kazi Mungu amekupa ni wewe, sio sisi. Atakana kwamba tunahudumu mahali pamoja kwa docket moja, ni wewe, sio sisi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kila mtu tu ombeanga moyo wako kila wakati na kila saa. Kuokoka haijatosha. Bwana apewe sifa. Ni wengi wameitanishwa na jina la Yesu, lakini wako mbali sana na huyu Yesu. Hawajui yule Yesu anaongeanga kumhusu. Bwana apewe sifa. Tupigie Yesu makofi. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, uhimidiwe. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, makofi mazuri kwa Yesu.
Hallelujah. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Tuko na nafasi ya ushuhuda. Na kama ni kweli unao ushuhuda, naomba umuone Oliver kwa dakika 5. Umuone Oliver, umpe jina lako ili tuweze kushuhudia Bwana. Bwana apewe sifa. Sasa Oliver simuoni lakini tunamjua. Si ndio? Si ndio? Yes. Tupeane ushuhuda kwa Oliver. Kama wewe ni muibaji unao wimbo, kubali kuona Minister Oliver na ili tuweze kukupa nafasi hiyo. Bwana apewe sifa. Hello. Happy New Year. Amba mwaka umezeeka. Tuwe tunaongelelea next year ya 2025. Na miaka inasonga. Guy. Bwana apewe sifa. Miaka inasonga. Hello. Miaka inasonga. Praise Jesus. Ningelikuwa namuona Oliver ingekuwa kitu nzuri sana. Kama umeandika jina lako nipatililie. Kitabu Oliver akuje. Ni vizuri tukue na testimony. Bwana pewe sifa. Praise the Lord. Ini tumeandika. Hello. Tupigia Otodi makofi. Tupigia Deno makofi. Deno, karibu sana katika nyumba ya Bwana. Naomba nipate hayo makaratasi. Tupigie Dennis makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hai, mko na furaha kweli? Bwana asifiwe. Majina naitwa Dennis Otondi na nimebarikiwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale wangapi wananijua? Haya, story haya yangu because lazima mkue story imetolewa. Hakuna. Mimi ndio naitwa Dennis Otondi na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni baba ya watoto wawili na nimeokoka na ni twins. Walitoka wakiwa kwanza wakiwa mapacha na ni wasichana walembo tu. Siku moja ndawaleta muone. Mimi ni dancer na wao ni dancer, nimewafundisha. Wamekuwa wakubwa, waliombewa kwa hii madhabahu ikiwa kule. This week wanaenda shule. Wana join shule na Mungu amenibariki. Bwana asifiwe. Nilikuwa kwa hii church. Bwana asifiwe. Mimi ndio nilikuwa technician. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo wakati nilitoka, ukipata chance kidogo kukimbia mahali, Mungu akikupea chance kwingine ama ukipewa nafasi, kimbia ufanye. Hii huduma ni ya kila mtu. Kuna yule mtu anakuhitaji akiwa chini, wakati anapanda anahitaji support yako. Kuna mtu alihitaji support yangu, nikapata nafasi ya kuchomoka. Bwana asifiwe. Wakati nilichomoka na bado naendelea kwa huduma. Saa hii tukiongea, niliamka saa 9, nimefanya kanisa ya kwanza, nimemaliza. Nimeenda ya town, nimemaliza. Saa hii naenda kwa studio. Bwana asifiwe. Na fenye Bidris aliniomba jana nifike niwasalimie, nimefika.
bado hiyo ni huduma. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ichakufa huduma yangu, nimegraduate kwa mambo ya technician, nimeajia wale junior. Sasa nafanya zile level za juu. Bwana asifiwe. Na Mungu awabariki sana. Mambo ingine lazima inafanyika ili ingine ifanyike na ili wengine wapate nafasi. Bwana apewe sifa. Ni vizuri unapoenda hapo pengine juu, kuna mwingine anagojea hiyo nafasi kuja na yeye Mungu amfikisha mahali amekusudia kumfikisha. This is the authority, the Dennis. Ni mwenye alikuwa ananyanyua watu wenye walikuwa wamekuja ku auction vitu huko ile CFC ya City Stadium. Tunasikiaga habari yako, lakini wengine wetu hatujai kuona. Ni kidogo. Bwana asifiwe. Mungu amenibariki sana. Hivyo mkiniona hapa sina ubaya. Naweza kuja time masaa kidogo na nitoke. Niliacha ubaya. Vita niliacha. Nilioko. Nilikuwa mbaya, lakini na ukileta shida nitakuinyanyua. Hiyo iko ndani yangu. Mimi sipendi mchezo. Kama hujapita kwangu vizuri, nitapita na wewe. Si ndio? Tumekaa na my pastor, bishop, now is a bishop. Is a good teacher. Na ukifuata kile chake utaenda mbali. Kama ni hiyo yake ya ile side nyingine, ukiona akikuongelesha kwa hiyo, fuata hiyo kidogo. Itakusaidia mahali fulani. Bwana asifiwe. Akikuja kwa injili, fuata hiyo. Itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ukiona nimekuja vibaya nikapita na wewe, ni kukutuliza. Kuna zingine zinasemekananga ya kwamba ukifika kama ni saidi ya kanisa, kanyaga ndani. Kama ni nyingine kanyaga vizuri. Lakini usiweke Mungu chini. Mungu atakusaidia. Mimi ni yule mnasikia nilipepa watu 8. Unajua hii haina stairs saa hii, mnateremka kidogo. Ile ilikuwa na stairs makona mingi sana. Niliwanyanyua wote mimi peke yangu. Buju wako wapi? Buju wako hapa. Kitambaa kuje, chamara waliniuliza na kuraga nini? Nilikuwa tu mkonda hivi. Watu 8 walitoka nje. Walikuwa wamechukua vitu yote ya kanisa, wameweka pale. Na mimi niko pale na chukua tu simu ninafinya. Naongea na mkubwa, namuuliza kwani kukwaje? Wakati alinipea resort, nilifanya shughuli vizuri. Nicheza kama mimi. Mungu awabariki sana. Ni vizuri kuwa na watu kama wale ndani ya nyumba ya Bwana. Kwa sababu wakipata watu wote wametulia, sasa wangeshughulikiwa na nani? Unajua mimi labda ningetoroka tu kama ni manapiga duru. Alafu kurudi nipata zimeenda. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe alikuwa anatembea na watu kama akina Petro. Sababu walikuwa na upanga, ukileta kichwa wanakata. Bwana apewe sifa. Hivyo ni vizuri na Mungu awabariki. Ni wakati wa ushuhuda. Kama hatujafikisha kwa Oliver, I think hiyo ndio ratiba yenye tutakuwa tunafuata. Ukijua kwamba next Sunday uko na ushuhuda, iandike in advance. Peana jina lako kwa Oliver. Kama uko na wimbo, kubali kupeana jina lako kwa Oliver, na ninajua kwamba kila kitu itakuwa sawa. Tutaenda kwa utaratibu vizuri. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo don't feel offended. Praise the Lord. Lakini usiwe umekalia ushuhuda, sababu hutaki jina lako kuliandika. Ni vizuri kushuhudia Mungu. Bwana pewe sifa. Tunao wageni wangapi ndani ya nyumba siku ya leo, kwa wakati huu na kwa masaa haya? Kama wewe ni mgeni, ni mara yako ya kwanza kufika mahali hapa, naomba tu hivyo tu, ameinua mkono, wewe uko karibu na yeye, simama kwa niaba ya mgeni. Wewe uko karibu na yeye, simama kwa niaba ya mgeni. Sasa mwadhani, yes, wewe uko karibu na mgeni, simama kwa niaba yake. Sasa shika huyo mgeni mkono, muamshe tu polepole, usimharash, polepole tu, polepole tu, kwa upendo. Wacha kumwangalia vibaya, mwangalie vizuri. Yes. Kama ni hagabo, haga or him.
Sasa naomba wewe ulikuwa umeamka wa kwanza uketi chini. Sasa mgeni karibu. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Naomba niwape nafasi hii watusalimu. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Naomba niwape nafasi watusalimie. Mbarikiwe, 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 mbarikiwe sana, mbarikiwe, 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 mbarikiwe sana, mbarikiwe, 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 mbarikiwe sana. Tunapenda wageni. Ukiona hata kwako hakutembeangi mgeni, jiuliza maswali. Kwa nini? Bwana apewe sifa. Naomba tu mtusalimie kwa ufupi sana, tujue jina lako na mahali umetoka na mahali unahudumu. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeokoka, naitwa Penina Njoki kutoka Kariobangi South. Nampenda Mungu kama mwokozi wa maisha yangu. Wacha niseme niko na karibu miaka kama 3 sijaenda kwa church. Bwana asifiwe. Lakini siku moja, utaniruhusu kidogo tu dakika moja. Siku moja niko kwa YouTube. Nikaona mahubiri ya Bishop mkiwa pande ile nafikiri. Alafu nikafuatilia siku ya pili na nikapenda. Bwana asifiwe. That was last year. Na nikasema nitahudhuria, lakini sikuwa na wakati wa kukuja. Si ati sikuwa na wakati, nilikuwa tu kwa nyumba, lakini nikasikia pando Roho wa Mungu anjanikubalia niende huko. Bwana asifiwe. Lakini juzi hii mwaka ikikuja kuisha, nikakumbuka nilisikiza tu twice. Lakini hiyo na ikanitoka kwa kichwa, lakini nikasema nitakuja kwa hii church. Lakini sasa mwisho wa mwaka hii nikakumbuka. Nikaambia Mungu, sababu nilikuwa naomba Mungu, namwambia Mungu nipatie kanisa. Kanisa iko na uaminifu, kanisa yenye inahubiri Mungu wa kweli na yenye inawashikilia mtu kama ako na tabu unaweza msikiza akusaidie. Bwana asifiwe. So nikakumbuka. Vile nilikumbuka nikasema tukifungua mwaka last Sunday nitakuja, lakini nikarara. Nikaona nimechelewa, nikasema potelea mbali. Jana nikitoka kasini, kwa sababu hii wiki yote nilikuwa nasema nitakuja kutafuta hii church. Nikatoka kasini nikaambia Mungu, kama hiyo kanisa kabisa unataka nitembee. Nikitoka tu kasini nikifika town, mahali nitaona na niende sababu nilisikia ni coffee house ama ni coffee plaza, sikuwa nimesikia vizuri. Sasa nikaambia Mungu, nataka unionyeshe hiyo nyumba wewe mwenyewe. Nilitoka na gari kutoka Athi River, sinasimamanga hapa juu, hapa Athi House. Roho ikaniambia niende huko, sababu kulikuwa na matope. Nikasema hapana, wacha nianze hapa, sababu nilikuwa nataka kwenda kuanza huko chini. Roho ingine ikaniambia hapana. Nikakuja straight. Kufika hapa, nilikuwa napandianga gari hapa samani. Nikaona imeandikwa hapa juu. Nikasema na hapa kweli inaweza kuwa hapa. Nikaona kibao ya Crisco Church. Na mimi nikasema tu nitaenda, ni mchana niende nikaulizie. Vile nilikuwa nimeomba Mungu nikitoka kasini, nilikuja ule soja wa kwanza nilikuta pale mbele, nikamuuliza, akaniambia enda kwa huyo soja mwingine, hiyo iko hapo kwa hiyo ngazi, kwa hiyo mlango. Nashukuru Mungu, nilikuta huyo kijana, nikamsalimia, akaniambia unataka nikupeleke mpaka ndani? Nikamwambia sababu umeniambia ni wapi, nataka niabirie kanisa kesho. Bwana asifiwe. Mimi nikaona mkono wa Mungu na nikakuja leo, nikaamuka mapema na nikajitayarisha, nikakuja na nimefika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naomba tu nitakuwa nikihudhuria hapa. Thanks. Sasa tutakuwa pamoja na nyinyi.
Mubarikiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Samuel Chumbi. Nimetoka Makueni. Naishi hapa Pipeline ya Embakasi. Hii Nairobi sijawahi kuwa na kanisa. So hakuna mahali na hudumu. Na nimeamua sasa hapa ndio itakuwa kanisa yangu. Amen. Hivyo tu. Just that. Amen. Muganga mwana semania ena murata mwega tageria yoyo mwathani mwana ndare magwa Ngai nĩ mũtugio kuĩte hotani Ngai nĩ mũtugio kuĩte hotani tageriai muone Ngai nĩ mũtugi marĩa mũndũ aremwo we nĩwe ũtitikaga tageriai muone Ngai nĩ mũtugi marĩa mũndũ aremwo we nĩwe ũtitikaga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Kwa majina naitwa Rusi Wangari. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amekuwa Mungu mwema, kibilio na hata tegemeo. Nimemuona kutoka wakati nilipozaliwa na hata mahali nimefika. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mimi nashiriki mwihoko CFF kwa Pastor Mumbi. Jerry ni msichana wangu, third born. Wamekuwa wakinialika nikuje niwatembelee na nikaamua nikuje nitembee nione mahali anashiriki. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mtumishi si mgeni kwangu sana. Kwa miaka ambayo imepita huko haezi kuwa mgeni kwangu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo namfahamu, nikisema namjua itakuwa shida. Praise God. Namfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ni vizuri kukaa ndani ya Mungu. Ni vizuri kukaa ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii safari haina mchezo. Kwa hii safari ni ngumu, lakini ukiwa na Yesu utaweza. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kumekuwa na mambo mingi na kumekuwa na njia mingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni vizuri ukiamua uwe unaongozwa na Roho Mtakatifu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Nasemaga mtu yoyote mahali ameenda bila Roho Mtakatifu utaelekezea kwa shimo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiamua kuongozwa na Roho Mtakatifu hakuna siku ambao utaanguka kwa shimo. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Unapoamka ambiaga Roho Mtakatifu, naomba ukaniongoze. Na ndio sababu uliachiwa Roho Mtakatifu akakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Ni vibaya kujiongoza na mwili. Ni vibaya kujiongoza na akili zako. Ni vibaya kujiongoza na nguvu zako. Praise God. Ukisoma Nadhiri 3 itakuambia ni vizuri kuongozwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana na watende mema na makuu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mtu akiokoka akiingia kwa ufalme wa Mungu, ati mbingu yote huwa inasimama na mambo yote yanasimama ili kusherehekea huyo mmoja ambaye ameingia katika ufalme wa Mungu. Nilikuwa na expect ya kwamba CFC tuko hivyo, ya kwamba Mungu anajibu maombi. Bwana pewe sifa. Ya kwamba ukiona mtu amekaa miaka 5 kwa nyumba, haendi kanisa na amechagua CFC, amepita makanisa mingi, alafu akuja tu na tunamwangalia anakaa mpaka nimesikai. Si tukue kama biguni hapa CFC. Mmoja akikuja na amejiunga nasi, tunasherehekea hiyo. Leo tutigeke kwa nigetha kiria. Hapana. Ni vizuri tumepiga makofi, lakini tukaribishe huyo mtu vizuri. Sasa naona ni tumkaribishe vizuri, asikie ako mahali ambapo panafaa. Wacha tumuonyeshe kwamba ame make the right decision. Wamama tuko. Haki ya nani? Wewe kama hutamfikia ugage mi basi. Sasa mnapiga duru. Sijasema hiyo, dino igabu ndaugage mi. Tuwapigie makofi. Karibuni sana ndani ya nyumba ya Bwana.
kukata kauli ya kwamba mtakuwa mnashiriki mahali hapa ni jambo ambalo ni la busara sana, na Bwana Mungu azidi na kuwatenda mema. Tunapenda wageni, na haya madhabahu ni Crusaders for Christ the Synagogue, mahali kila mtu ni mtu, sababu tunafanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo jisikia kwamba uko mahali ambapo panafaa, mahali utafanyia Mungu wako kazi. Bwana apewe sifa. Na tutakapomaliza ibada, msikubali kuenda. Mtapatiwa ratiba za services zetu vile huwa zinaenda, na natumai ya kwamba itatangazwa tena, sababu najua kuna wageni wengine wataingia baadaye, vile mtakutana na mahali mtakutana na mtakutana na nani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo usikubali kutoka na ule mlango tu hivyo. Wewe sasa you are no longer a visitor, you are a member of this church. Bwana apewe sifa. Tunaendelea vizuri. Ni wakati wa ushuhuda, na masaa ya ushuhuda iko almost. Kwa hivyo naomba Hello. Bwana apewe sifa. Lakini we make sure from next Sunday umeandika jina lako, kama ni ushuhuda unaiforward kwa Minister Oliver. Kama uko na wimbo ama if you want to present anything, ona Oliver atakupatia mwelekeo. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Ni vizuri tufanye hivyo, sababu hivyo ndivyo inafaa. Bwana apewe sifa. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Ili tupate nafasi nzuri ya kusifu Bwana na kuabudu Bwana kwa jina la Yesu. Na ni vizuri unapofanya hii yote ujiulize ndani ya moyo wako, Yesu atakapofunuliwa nitakuwa mmoja wa kumlaki, ama nitakuwa tu najiangalilia wengine wakienda wengine wakibaki? Na hata kama utabaki ukifanya nini? Bwana apewe sifa. Wakati ndio huu wa kujiweka sawa sawa na Mungu. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Tupige makofi yetu tunapomkaribisha Brian ili aweze kutuelekeza kwa maabudu. Asante. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Salimia jirani yako niaba yangu. Mwambie umesalimiwa na Brian. Amen. Brian amesalimia kila mtu. Amen. Ningeomba tu tumwabudu Mungu kwa dakika 5 pekee, alafu tuingie kwa sifa. Unajua ibada ama maabudu ni kitu ambacho kinafanywa mbinguni na malaika mpaka wa leo. Na kile wanamwambia tu mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. God the Father is seated at the center throne. Naye Yesu ako katika mkono wa kuume.
Haleluya. Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Sema Bwana katika kiti chako cha enzi. Sema Bwana, Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. tena sema Bwana, Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. oh, sema Bwana, Bwana Bwana umeinuliwa katika Baba, kiti chako cha enzi. mwambie tena Bwana umeinuliwa, Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. malaika kule mbinguni na wazee 24 wanaimba mtakatifu ni wewe Bwana. Makerubi na waserafi wanalisifu jina lako. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Sema Bwana, Bwana umeinuliwa katika kiti chako sema Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha mwambie enzi. tena ewe Bwana, Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. sema tena Bwana, Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. unatawala, 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 unatawala milele, unatawala, unatawala, unatawala Baba, unatawala milele, unatawala, umetawala Yesu, unatawala, unatawala Baba, unatawala milele, unatawala, Baba, unatawala, Yesu unatawala,
mbingu na dunia na vyote vilivyo ndani kwa siku 7. Na 7 alipumzika. Alikuwa anatawala kabla yake kuumba ulimwengu. Alitawala wale wote ambao tunasoma katika Biblia, na bado leo anazidi kutawala. Experience ya Mungu ya kutawala si ya ndani. Kabla ya sisi kuwa alikuwepo. Kabla ya viumbe vyote hata mbinguni kuwepo, yeye alikuwa. Alitawala na leo anatawala na atazidi kutawala. Atatawala kesho na hata milele. Milele unatawala Baba, unatawala Yesu, unatawala milele yote, unatawala milele na milele Baba. Ulikuwa unatawala kabla mimi kuwepo Baba. Jadi na jadi ulikuwepo Muumba wangu. Unaongoza malaika mbinguni Baba. Na utatawala milele. Nyingine sema anatawala Baba. Yesu unatawala kwa njia kubwa Baba. Uongozi wako haufananishi dunia. Yesu unatawala. Baba unatawala Yesu. Baba unatawala. Yesu unatawala milele. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa Baba. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu. Sema unafanya mambo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa Baba, unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Baba unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kutoa. unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Baba unafanya mambo Yesu unafanya mambo wanadamu hawezi. unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Haya msema haufananishwi Baba, haufananishwi Yesu na kitu. Baba, haufananishwi Muumba wangu wewe. Haujawahi fananishwa Baba na kitu. Baba, haufananishwi. Haufananishwi Baba wangu na kitu. Yesu haufananishwi. Haufananishwi Baba na kitu kingine. Naomba tu kwa nafasi hii uweze kumsifu Mungu kwa maneno yako. Uinue tu sauti yako.
unayeongoza riba zetu, unayetawala, mamlaka yote ni yako. Una mamlaka katika maisha yangu mimi. Ninakuruhusu Baba yangu kunihudumia, ninakuruhusu Baba yangu kunitawala, kwa kuwa siwezi tawaliwa na mwingine, ni wewe peke yako. Unafanya mambo ambayo hakuna yote anayeweza kuyafanya maishani mwangu. The role that you are playing, oh Lord, there is no one who can play such a role in my life. Oh Jesus, there is no one who can lead like you, Jehovah Father. There is no one who can mentor me like you do, Jehovah Father. There is no one who can guide me the way you guide me, oh Father Lord. Na kitu kingine Baba, mambo yako Yesu ni makubwa. Ufalme wako Bwana ni mkubwa. Utumishi wako Yesu ni mkubwa. Haulinganishwi, ufananishwi. Wewe ni mwema kila wakati. Wanadamu wote ugeuka na mipaka. Wanadamu wote Baba yangu wanabadilika na misimu inavyobadilika, lakini wewe ubadiliki kamwe. Unabakia ulivyokuwa jana, unabakia ulivyokuwa juzi, unabakia ulivyokuwa hapo jadi, na hata milele utabaki kuwa jinsi ulivyokuwa. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Oh Jesus, we worship you. Father, we worship you. Jehovah, we worship you. Receive our worship, oh Lord. Baraka zeta. Haufananishwi Baba, haufananishwi Yesu, haufananishwi Baba, haufananishwi Baba, haufananishwi, haufananishwi Yesu. Na kitu kingine haufananishwi, na kitu haufananishwi, na kitu chochote, Yesu haufananishwi, haufananishwi, na kitu haufananishwi, na kitu kingine, oh Yesu haufananishwi, na kitu kingine. Thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Baba yangu. Asante Yesu. Basi tayarisha mikono yako. Just prepare your hands. Just prepare your hands. Tuliambiwa Yesu anapigiwa makofi kutoka juu. Wekelea juu. Wekelea juu. Mpe Yesu makofi mazuri. Mvua nzuri ya makofi kwa Yesu na shangwe. Yesu jamani. Piga Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Oh Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Hallelujah. This far, you've been my God. This far, you've been my God. Ni rahisi. This far, you've been my God. This far, you've been my God. Ebenezer, 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 you've been my God. Oh, this far, you've been my God. This far, you've been my God.
far, this far, this far, this far, you've been my God. oh, this far, This far, this far, this far, you've been my God. Ebenezer, 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 you've been my God. oh, Ebenezer, 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 you've been my God. oh, Ebenezer, 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 you've been my God. Ebenezer, 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 yeah. Oh, this far, this far, say, this far, this far, you've been my God. this far. This far, Umbali uni mkono wako this Yesu. far, Yeah. this far, you've been my God. Ebenezer, 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 you've been my God. Ebenezer, 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 yeah. you've been my Say, God. Ebenezer, 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 Ebenezer. Ebenezer. Haya, cheza muziki wa Yesu pole pole kwa utaratibu. Yeah, yeah. Ebenezer, 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 Ebenezer. Ai. Be my God. Twende hapa. Yeah. Ebenezer. Hey, 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 hey. Say this far, This far, this far, this far, you've been my I'm God. very far today. This far, This far, yeah. this far, This far, this far, you've been my God. Ebenezer. Let's go, Ebenezer. Ebenezer, you've been my God. Unamwambia Mungu Ebenezer, you have been my God. Ebenezer, kwa hakika umekuwa Mungu wangu. Ebenezer, You've been 2023 ulikuwa Mungu wangu. Ebenezer, Ebenezer, oh Jesus, Ebenezer, you've been my God. Oh Ebenezer, Ebenezer, oh you've been my God. Ebenezer, Ebenezer, you've been my God. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Kuna watu ambao watafanikiwa kama wewe. Kuna watu ambao hawezi vaa kama wewe jinsi ulivyovaa. Kuna watu watapata pa kulala leo. But wewe Mungu amekushikilia, amekutangulia, amekufikisha umbali. Tuseme nini? Who is Ebenezer in our life? Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. This once again, this far, This far, until this far, this far, you've been my God. this far, Jesus, you've been mine. This far, This far, this far, this far, this far, you've been my God. Ebenezer, 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 you've been my God. oh Ebenezer, 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 you've been my God. Ebenezer, 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 you've been my God. Ebenezer, 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 oh wapi shangwe kwa Yesu, wapi shangwe tunapomchezea Yesu. Wewe ni Ebenezer maishani mwetu Jehova.
This far. Yeah. This far. Mwambie tu Mungu mara mwisho. This far. This far. You've been my God. This far, Jesus. This far. Ni damu yako imegharamika Yesu. This far. You've been my God. Ebenezer. You've been my God. I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father, He never ever fails me. Walk of ages, He never ever. I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus my Father, Jesus is my Father, He never ever fails me. Rock of ages. Hey. Oh, I have a Father. I have a Father in heaven. He never disappoints my heart. Hey. Jesus is my Father. Oh, Rock of ages, He never. I have a Father. I have a Father who never ever. I have a Father. I have a Father who never ever. I have a Father. Jesus is my Father who never ever. I didn't know you will bless me this way, Jesus. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. Favor me this way. Thank you, Jesus. Say with me. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me. Favor. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. Yeah, my God is good, oh. 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 Everything now double. What am I? Now double. Oh, everything now double. Oh, everything now double. Oh, my prosperation double. Oh, my professional double. Oh, my anointing double this time. Oh, my progress is double. Hey, my God is good. Oh, my God is good. Yeah, my God is good. Oh, my God is good. My God is good. My God is good. Oh, everything now double. 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 Oh, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema, sema ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Oh, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema, sema ainuliwe Bwana wa mabwana,
sifa, ametenda mema Bwana. Bwana wa mabwana, uinuliwe. Bwana ametenda mema, Yesu ametenda mema, Baba ametenda mema, Yesu ametenda mema, Baba ametenda mema, ametenda mema, Yesu ametenda mema. Oh, nimebadilishwa na fanana naye, nimebadilishwa na fanana naye, nimebadilishwa na fanana naye, oh, nimebadilishwa na fanana na Muumba wangu, nimebadilishwa na fanana naye, oh, nimebadilishwa na fanana naye. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe kwa Yesu, haleluya. Haleluya, oh, shangwe kwa Yesu, haleluya. Haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Haleluya, shangwe kwa Yesu. Hallelujah, hallelujah. So we must praise him in African way. So we must praise him in African way. Hallelujah. Amen. Unaona hiyo ilikuwa ya Nigeria na Waswahili wananga haraka. Sasa ningeomba tu tukimbie kwa Wakamba. Tuone jinsi ambavyo wanafanya kazi. Amen. Yeah. Si shangwe mzuri kwa Wakamba wenye nyumba hii. Jameni. Unajua Wakamba jinsi ambavyo wanacheza? Wakamba wanakuanga na kitu kinaitwa gitaa. Kawaya. Sasa unashikanga namna hii, unapanda nayo hivyo. Namna hiyo. Unaenda chini, unaenda juu. Hallelujah. Amen. Si tujaribu hiyo zoezi kidogo. Shika gitaa yako namna hii. Hallelujah. Amen. Twende kazi. Twende. Hao ni Wakamba. Wakamba wachezi mbongo kucheza. Kawaya. Kwata kawaya. Twende tena. Una ya miguu sasa, una ya miguu. Wakamba wanacheza kwa miguu, twende. Jaribu hii ni rahisi bana. Oh, ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Oh, ninakuatia musume, ninakuatia ngai mwana. Oh, ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Oh, ninakuatia musume, ninakuatia ngai mwana. Ate tata tata. Oh, tata tata.
Kanisa muyaseo. Kanisa muyaseo. Kanisa muyaseo. Waimbu. Waimbu. Wayayo sanguma weke vela nitusume. Wayayo sanguma weke vela nitusume. Aya aya aya. Satani wema. Aya aya aya. Weungu wama. Konde. Wayayo sanguma weke vela. Wayayo sanguma weke vela nitusume. Aya aya aya. Satani wema. Aya aya aya. Weungu wama. Moyayo sanguma weke vela nitusume. Moyayo sanguma weke vela nitusume. Aya aya aya. Satani wema. Aya aya aya. Weungu wapole sema. Moyayo sanguma vela nitusume. Moyayo sanguma weke vela nitusume. Aya aya aya. Satani wema. Aya aya aya. Gai wakwani munene, gai wakwani munene, gai wakwani munene, na gai wakwani gai. Gai wakwani munene, 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 na gai wakwani gai. Hallelujah. Hallelujah. Leo mlikuwa mnataka kutoroka zoezi. Mikono juu. Mikono juu. Weka kwa kichwa. Kamata mabega. Wende kwa kiuno. Izunguka kidogo. Twasema mikono juu. Weka mikono juu. Twende kwa kichwa. Kamata mabega. Kwa kiuno. Izunguka kidogo. Izunguka kidogo. Tupe. Weka mkono namna hii, twende. Tunaruka tu namna hii, twende. Rusha mwili wewe, kwenda. Mwili inaweza rukia Yesu siku ya leo. Ruka tu hivi, ruka tu hivi, ruka tu hivi. Twende. Endelea kuruka orogero gahi. Orogero metoro gombe. Wapara yo.
voice that singoma. Eni odige
ya Yesu. Kwena kendo mothe nyumba-inĩ ya Baba. Kwena kendo mothe nyumba-inĩ ya Baba. Kwena kendo mothe nyumba-inĩ ya Baba. Haleluya mothe nyumba-inĩ ya Baba. Ate haleluya mothe nyumba-inĩ ya Baba. 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 Ate we kwa bararia mothe nyumba-inĩ ya Baba. We kwa bararia mothe nyumba-inĩ ya Baba. We kwa bararia mothe nyumba-inĩ ya Baba. Haleluya mothe nyumba-inĩ ya Baba. Ate we kwa wasa mothe nyumba-inĩ ya Baba. We kwa wasa mothe nyumba-inĩ ya Baba. We kwa wasa mothe nyumba-inĩ ya Baba. Haleluya mothe nyumba-inĩ ya Baba. Oh, negwo ndĩinaga. Eniĩ ũrĩa ũnyendaga mũno. Oh, nĩguo. Eniĩ ũrĩa ũnyendaga mũno. Isiraeli rĩrĩa makinyire rũĩ Jorodani na maringa, Ngai akĩra Joshua oya ihiga, ũrĩa nda rũĩ gatagatĩ, atĩ nacio ciana cianyu ingĩkambũria, ũrĩa nda mũkamenya nĩkĩririkana, ĩna guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, arũgamaga, ĩna guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, wana makũmbĩ ikarũgama, shangwe na vigelegele. Haleluya. Tũrĩa Ngai mũnene. Ngai ũrĩa tũũraga tene. Tũrĩa Ngai mũnene. Tũrĩa Ngai mũnene. Tũrĩa Ngai mũnene. Tũrĩa Ngai mũnene. Athuri mũrĩa Ngai. Ngai ũrĩa tũũraga tene. Atumia mũrĩa Ngai. Kanitha nĩ wa Ngai. Airĩtu nĩ a Ngai. Athuri mũrĩ a Ngai. Atĩ gĩkeno kĩnene, gĩkeno kĩnene twakinya gĩkeno kĩnene. Gĩkeno kĩnene. Haleluya. Nĩtũgakenaga. Haleluya. Ithuĩ nĩtũgagocaga. Haleluya. Nĩtũkarugaga. Haleluya. Nĩtũkarugaga twakinya. Nĩtũkagocaga. Nĩngĩgoca nĩ irio cia Ngai. Nĩngĩgoca nĩ irio cia Ngai. Ngai arĩaga kĩgoco.
tumorugera Ekegosanirio cia Ngai Egosanirio cia Ngai Ekegosanirio cia Ngai Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Makofi ya shangwe na vigelegele. Makofi ya shangwe na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Tupigie Bwana yetu makofi. Ametenda mema huyu Yesu. Haleluya. Pigia Bwana wetu Yesu makofi. Adwale adiguna holeri megoro jagasi oirada emesia oitare tabandio take maigwai ore amara dimetwa mama nario alekerada eragaga dumegadira adode makarekenera odiguana taiturere nabura ulana biada na tomode oragirwa makeroera wairia thikuna oreri itigadaia othikuno thamaki wakwĩhop ekanoria marĩotho na ũthingu arĩ mathũire oro wama oigire metagwo ithuke ametememo ingĩ metagwo mĩigua maũgĩ wothe wa ngoro ciao eninaga naguo magakua meciria mao magathũka ota manyamũ ngoro ciao ikarũra ũkĩrana gwa kĩrathimo kĩao nĩ gĩkĩ kĩrĩa roho amarathimĩire aigai rĩrĩa makagaya narĩ Jehova nĩmarakara ĩnionake ĩtũũgĩ wothe wa ngoro ciao meninaga naguo magakua meciria mao magathũka ota manyamũ ngoro ciao ikarũra ũmenyero watho wa Ngai na irekanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire ũmenyero watho wa Ngai iria rĩkanĩire Ngai witũ na aremi. Thank you. Thank you. Thank you. Wegunyewa Pigia Yesu makofi basi. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Utukufu ni wako, sifa zote ni zako. Jina lako lihimidiwe. Hatuna Mungu mwingine ila ni wewe. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi, miguu yako umeikanyagisha huku chini. Ndio maana tunakuabudu. Tumeunganika pamoja na makerubi na maserubi
kusema unastahili kuabudiwa, maana hakuna mwingine. You are Jehova Nisi, our Jehova Rafa, Mungu mwenye kuumba milima, mabonde, vyote vilivyo katika uso wa dunia ni vyako tu, viliumbika kwa kinywa chako. Asante kwa kwa kupata nafasi ya kutubariki. Asante Baba, maana tumepata nafasi kwako na tukaweza kupendezwa katika uso wako. Ninakuomba msamaha wa dhambi ambazo nimezitenda mimi mwenyewe binafsi na watoto wangu niliowazaa kwa uzao wangu, na hata watoto wao ulionipatia nikawaongoze. Ninaomba msamaha. Najua tumetenda mengi, tumezungumza, tumesikia, tumeona mengi ambayo hayakukufurahisha Baba, na kuomba tu. Najua ni Mungu uliojawa na rehema, neema na baraka zako. Najua ni Mungu Baba ambaye unajua kusamehea. Ulimtoa mwanao akafe kwenye msalaba kwa ajili ya dhambi zetu, ndio tuweze, yeyote atakayeamini na kufuata atakuwa wakubarikiwa. Baba, mimi ninaamini siku hii watoto hawa wako katika nyumba hii wanaamini ya kwamba dhambi zao zote walizozitenda, dhambi aina mbalimbali, Baba utaweza kutusamehea. Tushike tu mkono tena. Ninakuomba Baba, katika nimenyenyekea mbele zako kusema, Mungu, dhambi tulizozitenda sio kwa makusudio, na hata kama tulitenda kwa makusudio Baba, pata tu nafasi utasamehe. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. So, shikaneni. Shika mwenzako. Katika jina la Yesu Kristo mweze kubarikiwa. Sasa endeni hivi. Fuata. Enda hivi. Vuruta mwenzako. Shika mwenzako mwende. Asante, mubarikiwe sana. Asante, mnaweza kuketi chini kwenye viti zenu za miujiza. Sijui mlisahau habari zenu. Habari shenu. Mulembe rushe mulembe sua ni mulembe sua oyaore ainya muriega. Asanteni sana kwa Wakamba. Muri aseu na Wakale chamige missing. You are missing in action. Thank you very much. Niko na furaha nyingi sana kuwaona kwa wale mmekubali kurudi, maana wengine hawajajua nimerudi. Hawajajua nimerudi. Nipatie hai Baba. Hawajajua nimerudi. Waambieni, wapigieni simu, mwambie Apostle ni arokire na ena shiwegerere usia kolekereria. Si usalimie mwenzako, mwambie karibu sana kwa ibada ya leo. Msalimie tu mwambie mugeithie tu, mugeithie kenani ngogeithie cia ruraya. Yes, ni wasalimie tu za huko. Kwa niaba, si ni mzuri niwasalimie kwa niaba, na nyinyi mwingine msalimike tu kwa niaba ya watu wa huko ng'ambo. Uri wathi ruraya we? Machi ni ugathie ruraya. Bwana asifiwe sana. Nina salamu nyingi kutoka huko, kutoka Sweden. Tuanze na Spain. Huko Spain kwa wasichana wazuri warembo wa Catholics, nuns, ndio walikuwa wamenihost huko. Sasa mkishindwa hapa, kuna wengine Mungu anajua kucheza game. Sasa tulikuwa na over 300,000 sisters, sisters of Assumption, sisters of Saint Francis, the Franciscan sisters. They are manner of sisters, wengi sana, and they love God. Waliniambia niwasalimie. Kiongozi wao ni kina Salome, Stella na Florence. Waliniambia niwasalimie sana. Najua kwenu nyinyi hawataenda mbinguni, lakini venye nilifanya observation yangu vizuri,
na hiyo ujika yao wako nayo kulingana na wewe utakuwa kuni. Nyinyi mtakuwa kuni. Because those are people who pray. They are always in prayers. They have donated their body, their soul, their spirit to pray. Na wewe hapa tu ni kasheshe tu. Hata pesa yako huwezi toa kwa huduma. Those people are givers. Those people are supporting. They are doing wonderful job. Waliniambia niwasalimie sana. They were able to take me. Just God guided them to that they call me because of this process tunafanya ya kuvunja madhabahu. Then they took me. Siambi huyu jamani yake hai, please. They took me to mahali Roman Empire ilianzia mahali panaitwa Malaga. Malaga is in Spain. Huko ndio wamejenga ile madhabahu ya kwanza kabisa. Mahali the king, the emperor, mahali alianzisha, na hapo ndio walipigana vita, kukakufa zaidi ya watu 10,000. Ni mnara mkubwa sana. Hapo kumbe ndio madhabahu ya Catholic ile inatawala dunia iko hapo. God helped me, nikaenda huko, na it was good that tukainua bendera ya Kenya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukang'oa ile ilikuwa kipulani tukaweka ya nani? Ya Kenya. Tukasema sasa it is Kenyan Empire. The Emperor Kenya. Kutoka hapo Mungu alinijalia nikaenda mahali kunaitwa Hamburg. Wangapi unajua Hamburg? Kule Hamburg zilianzia. Wangapi wanakula Hamburg? Umekula Hamburg? Hapo ndio, in fact it's true, it's a true story. That is where Hamburg started. Na the good thing, they are so blessed people. Wanalimanga snow. Saizi it is in plenty. The cash crop is snow. It is in plenty. Temperatures zinakuanga -25. And they are very hard working people. Tukatembea huko, ukasalimiwa na akina Mary, akina Alexandria, akina Kim. Nao kuwe walikuwa watu wengi sana. I had not informed them I'm going there, but when they heard, walikusanyika watu 600 in just like in a flash hivi. Watu 600, watu waliojawa na upendo, watu ambao wanatamania Mungu. Hawana kashesha, they listen mpaka unasikia sidano ikianguka chini unasikia sauti yake. They are keen and listening. They are asking me, "Dogetha mere uke kuja huko." Bwana asifiwe sana. Nikaambia nitaconsider your option. Wacha niende nisikilize huko kwingine na wao mfurugano imeenda aje. Then from there God granted me another day to another nation. You know, I went to Berlin. Kutoka Berlin ni safiri tena nikaenda Frankfurt, Stuttgart, Norway, Denmark, Sweden, Hungary, Turkey, and in all those nations I didn't have an invitation that I am going there. I didn't have a plan for the trip, the entire trip. I didn't have a single plan, because the day I was told about going, it was on 31st. Hallelujah. No, it was 31st. No, it was on 30th. Then on 31st, I was now thinking what to do. As I was thinking, a sister from Spain, wakaniuliza, "Can you come to Spain to bless us before the year ends?" Nikamwambia, "I must be in the service of the end of the year in my church, so think another something." So wakaniambia, nikamwambia check on see the other date. Usiku wa saa 6 kuangalia simu yangu nikaona kuna tikiti imetumwa ya saa 11 asubuhi, saa 9 asubuhi, hiyo siku ya kuruka mwaka. Ndio hata mliona nilichomoka nikaenda
Nilienda na ile nguo nilikuwa nimevaa nikiwa hapa. Uzuri wa huko hawabadilishagi nguo sana. Hawako kama nyinyi. At least mmeniona na jaketi moja kila wakati na trouser moja. There's no need of changing. How sweat, kuko ni baridi, unavaaga nguo gapi? 1 2 3 4 5 6. Nguo 6. Haleluya. Na kitu hapa duniani usirudi kusema ati hii kitu siwezi fanya. Maana niliaibikia huko sana. Si mnajua nachukia hii kitu mnafuka kichwa hii ya mama hii ya kuvaa. Hiyo ndio kitu ya kwanza kuingia huko naambiwa unanunuliwa unaambiwa. Waliniuliza uko na dhamo. Nikamwambia dhamo ni nini? Wakaniambia twende tukakuonyesha. Kwenda kuonyeshwa ni hiyo ya mama. Ati hiyo sasa ndio inafunika gosi kabisa ndio baridi isiingie. Sasa imagine mudu rumetani. Kumbe hapo ndio wanaume wakienda huko wanawezwa, wanakujwa. Kwa sababu hiyo kitu ndio kwanza unavaa. Unashikwa gozi kabisa, unavaa ingine na ingine ya tatu. Hapo sasa ndio unavaa nguo. Kutoka hapo unavaa jaketi 1, 2, 3 na sweta iko ndani. Sasa ukitoka huko unaitaka ni kama kapungpung, unatembea kama because ni kubaridi. Ni kubaridi sana. So hawa watu wakikuja, kama you have a cousin working there, akikuletea shilingi yake, mwambie asante sana. Those people are struggling there. Are really struggling. Hiyo pesa wanaipata. Hata ukiona anakuja hapa analiga tu, kubali maligo yake. Mwetekele tu na stress yake na maligo. Kwa sababu even how they get that money is a bit painful. Nikiwa Sweden tulikuwa saa 6, ilikuwa saa 3, saa 4 hivi tukaenda kupelekwa huko kuonyeshwa historical sites. Na kulikuwa na jua kidogo. Ikafika saa 5:30 hivi. Nikaona giza imeanza kuingia. Nikafikiria labda ni mahali tuko. Nikauliza what is happening? Nikaambiwa leo ilioanele yadhie. Saa 5:30. Na nikaambiwa hata saa hii nimeambiwa haijarudi, ilienda na haijarudi. Sasa unataka kuniambia hapa na huko ni wapi Mungu anaishiki? Sasa we need to sambaza our God there. Tupeleke Mungu wetu huko. Maana huko they are really struggling. Cash kilo mpaka saa hii, mpaka mwezi wa 6 ni snow. Na hapo unakula madasi na unakula kila kitu. Na unakaa mzuri. Thank God. Kama utapata opportunity mzuri ya kufanyia kazi hapa, just work here. Kama especially kwa sisi wazee na mama, don't even dare. Wacha hawa wadogo waende huko. Sasa watazoeana. Ukikamenyera mimi huko saizi mpaka sasa nasikia kulala, nasikia kuchoka, mwili imekataa, nasikia kitu yani kiodo. Todo ile kitu iko ndani, baridi iko ndani saa hii kwa mwili yangu na imekatalia na ni snow. Bwana asifiwe. Ndivyo Karo angangana hapa kutafuta passport yaende huko. Karo kudogethie. Nimefungua milango. Mahali popote mtataka kwenda sasa. Mungu alinipatia kibali. Kama amenipatia kibali na mimi ni baba yako wa kiroho, hata wewe uko na kibali ya kusafiri mahali popote. You will never struggle to get a visa. You will never struggle. You will never struggle to get what? A passport. To get an invitation, you will not struggle. I never struggled a single day. Siku struggle. Mungu aliniambia nitakupeleka inchi 9. Na alinipeleka zote within 12 days. Hata president wa Kenya hajaifanya hivyo. Hallelujah. Na I never spend a coin. That is how God is amazing. I never spend a coin. My coin. Nilirudi na pesa tu. Jamaa alikuwa jamaa yangu huyo Oliver. Najua siku hizi umekuwa moto wa kiasi ile waru moto. Alinitengenezea tu paudi hapa kidogo ya kwenda kuweka kwa mfuko. Nimemrudishia hizo paudi saa hii hapa. Nimemwambia pesa yako ndio hii. My God was gracious. My God provided. My God never failed me. And they did. I'm thanking God because He supported me all through. I met so many good friends, wonderful people ambao waliniambia niwasalimie. Kumbe wanaonaga sana. Na wakaniambia unaona yule mama yule anapenda kulala sana. Tulienda kanisa moja ilikuwa ya wagana. Watu wa Kenya wote waliposikia niko hapo wakakuja wote. Sasa walipokuja wote ikabidi mpaka pastor akaniambia wewe chukua kanisa okosa.
Tukaweka kigosho kama hii, tukagosha. Sasa walikuwa wananiambia kanisa ni mzuri, lakini kuna wamama wanalalaga. Yule unaona ule. Kumbe hata ukitoka hapa uende Germany saa hii, upite kwa street, watakuita jina. Watakuita jina. Wanakujua na wanajua mpaka characteristics zako. Venye una behave wanajua. Kwa hivyo behave mzuri. Kwa sababu CV yako labda huko ni baya. Wanajua wewe ndio unafanyaga madhabahu na umekaa kiti ya mbele kama my friend hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So I just want to thank you for being there for us, na hata kusimama na maombi, intercessors, wale wazee. Naona leo baba amevaa kanjo. Wana venye yako smart. Tarugama ahia na Yesu. Yes, umeona mzee venye yako smart. Thank you. Mpigieni makofi. Usipige miki, unaweza kusikia roho imeshuka. Anaanza na watu hapa wanaogopa roho sana akishuka. Katika hizo safari zangu nilienda kwa hiyo madhabahu ya Waroma, nikarudi nikapelekwa German, huko Munich na huko Stuttgart na huko Strandon na huko Dani. Mahali nilikuta nguo ile ya Yesu, ile alikuwa amevaa wakati alinyoroswa, iko huko. Mimi niliiguza hivi. Kutoka hapo nikaambiwa sasa mambo ijaisha, tuende mpaka France. Tukaenda France. Msalaba ile Yesu alibeba, kumbe iko France, kwa kanisa moja ya Catholic. Hawa watu wameweka historia. They have a background of history. These people, they are rich in history. Everything that you read in the Bible, they got it. Wewe tu ni kusoma unasoma, na umwani mjuaji sana, unaweza kwenda kuambia ati msalaba ya Yesu, msalaba msalaba. Anakuuliza msalaba inakaaje? Ujui. Mimi niliiona na macho yangu. Kwa hivyo jitayarishe, mna passport, nitawapeleka hiyo tu. Tuende tuone historical sites za the man we are talking about. Because you may be talking about Jesus you don't know. Ile kitu Mungu alitaka kunifundisha ni because wakati nimeanza hapa kuzungumzia kuhusu hii Bible, iko na vitabu ngapi? Nikaletewa ingine hapa niko nayo inaitwa Good News. Ni the same Bible but with 17 more books. Tukakaa kidogo nikaletewa na kitabu ya Catholic inaitwa African Catholic, iko na 7 more. Is it 7? Yeah, 7 more books apart from this one, 7 more. So nikaanza kuchakajikiwa kutaka kuuliza, tuliambiwa kwenye Biblia ati mwenye atatoa ama kuogesa atawekwa matohoho, si ndio? Sasa nikauliza hii kitabu iko na vitabu gapi? 17 more. Hii ingine iko na 7 more. Hii ingine iko na 66. Sasa nikashindwa. Sasa ni gani iko na matohoho na mwenye alifanya hii ako na matohoho? Tawe ulia kiu. Kwa sababu hii imetolewa. Hii ambayo tuliletewa na kina Dr. Craft na kina Dr. Watt. Hii imetolewa. Vitabu 17. Sasa hii ni matohoho ama ni nini? Na alituletea matohoho ama alitufanya nini? Kwa sababu Biblia inasema atakaetoa ama aongeze atawekwa matohoho. Na maana mwenye alitoa ni yeye alituletea. Sisi tunafuata nini? Sasa hiyo ndio research ninafanya. Nijielewe kama hii kitu iko sawa ama haiko sawa. Maana kama tulisema hizi 17 na ni kitabu mzuri sana. Mnunue mtafuta hiyo kitabu Bible. Sijui kama mtaipata Kenya. Although nimeagiza kadhaa zitaletwa. Now I have it here one. Na that is the most original third book. Kwa sababu ile original kabisa iko na 100 books. Hiyo niliipata France. Iko na 100 books. Sasa inakuja hivyo ikipunguka mpaka ile itufikia Afrika ni 66. We need to seek God. We need toeni maguu kwa migunia, tutembee na huko tutafute huyu Yesu. Tumutafute kwa maombi. Maana labda yule Yesu tunamwabudu si yeye. Maana yule Mungu ambaye tunamwabudu labda si yeye. But by the grace of God
He has been sufficient to us. He has been faithful to us. He has revealed himself. Despite of the lack of knowledge that we have, God has always been faithful. Bwana asifiwe. Hallelujah. So that's part of it. Ingine ninaitengeneza video, nitawaonyesha the whole trip venye ilikuwa. Na asanteni sana kwa kuniombea. Asanteni sana. Maana nilikuwa na feel watu wakiomba. Nilikuwa na feel vizuri. Kuna maombi inaendelea huko Kenya. Si ndio? So today tufungue kitabu ya Psalms. Nataka kuwashukuru sana hawa watu wa German, watu wa Sweden, Grace, Mary from Germany na kina Jimmy from Germany. Jimmy anakuja next month, ameniambia atakuja straight hapa, ndio chairman wa watu wote wa Kenya wako huko Germany. Tuko Norway, tulikuwa na Grayson, kila mahali. Kwa sababu najua wanatuona, watching. Mungu awabariki sana. May God bless you for even supporting this cause, supporting the ministry. God bless you. Sasa tuingie kwa kitabu tusome kidogo. Ndio tuone Mungu atatupeleka namna gani. Leo nataka tusome kuhusu, tuelewe what is a humble heart. Baba, ulihubiri vizuri sana. Sana sana sana. God bless you. May God grow you to the highest levels. Uhubirie baka wasugu waokoke. Uhubirie watu Kenya mzima. You did me proud. I was happy for you. Na this eko happy huyu mwingine. Yeah, thank you God. Sikuwa najua niko na watu strong. But sometimes ni good ninatoroka. Sidio munapata kutawala. Mapaka ni paka ama ni mapanya? Zinatawala. Good. I was happy for you. Mungu awabariki and the entire team ikiongozwa na my sister Margaret Papa. I know God will bless you. Put more together. Ningetaka tutengeneze timu ya management ya kanisa mzuri, timu kadogo kazuri ndio tupage, sababu there's a calendar ya the whole year. Kuna crusade, kuna seminar, kuna conferences na zinaanza mwisho wa mwezi huu. Tunaenda Eldoret. Kuna conference Eldoret, tunaenda huko mwisho wa mwezi. Lakini Margaret hana jafaga. That's the first most thing you need to arrange for it, to make the venue equal and to contact the people there. So itakuwa mingi. Kwa hivyo kama wewe ni mtu unakujaga kwa sababu ya muujiza, zoea hawa wana uwezo wa kuombea. Sasa anza kuwazoea. Adwa miujiza, inua mkono juu. Miujiza people. Sasa anza kuzoea muujiza kwa wengine. Hawa tu watakusaidia because I have delegated. I want to reach as many people as there are people, many thousands of people are watching, are following us silently. Now I want them to come openly. Hii nyumba lazima tujaze in 2 months time. That's your first assignment, Margaret. In 2 months time, this we must be getting more seeds zinakuja huko kuote. Hiyo ndio assignment yenu ya kwanza kabisa. So sijui kule mtaenda kuwatoa. Nataka wajae. Na nyinyi wengine, nyinyi mnakujaga hapa, mnakaa, hamuna mazao. Wewe ulikuja, uliambiwa ukuje hapa ukapata mambo mzuri, ni kuambiwa kwa sababu haukujiambia, ni kuambiwa uliambiwa na ukakuja. Sasa na wewe yenda utafute, uambiwe mwingine, ulete mtu. Naigwa. Kwanza nyinyi mapasta, nataka by mwisho wa mwezi nataka kuona mazao yako. You become a pastor here nikiona wale watu uko na wao. Si ndio? Hapo ndio nitakuwa nifahamu sasa wewe ndio pastor wa hapa. Beatrice yako. Komada, deputy komada. Udeputy yako itajulikana hilo yote ikijaa. Ukakiuga niko nimefanya kazi, si ndio? Sio uzae alafu wale umezaa wanakuwa wote matasa. They are not giving birth.
it's continuity. Tuendelee tuwe na continuity so that we can become better and better and better. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yeah, thank you. Therefore, what is a humble heart? And how do we get this humble heart? Sambambie mwenzako, a humble heart. What is a humble heart? Ni nini kuwa humble? What is to be humble? Is it kuinyamia watu wakati umeona wageni wamekuja saa hiyo na inama hivi vizuri? Is it when only you are in a place that ndio unaona unakaa mzuri, baka unanyenyekea kuliko kifaraga, baka unanyenyekea kuliko watu wote? What is a humble heart? How do we know that there is a humble heart somewhere? That is what we need, because we want to begin this year in a humble style. We want to be the most humble people in the society. We need to understand, before you become that most humble person in the society, how do you qualify yourself? Inakuaje? How do you make it to be humble? And what are the benefits of being humble? What makes you succeed? What makes you win? Ama kukua humble ni ile kufika kubada watu naambia thank you sir, lakini inside you kiburi iko hivi imekaa kama keng'ang'i. Bwana asifiwe. So it is called humility. It is called humility, and nothing pleases the Lord more than a humble heart. Humbleness is called humility. And to add on top of that, there is nothing that pleases God more than a humble heart. Throughout the scripture, we see that God delights in humbleness. Read from Genesis mpaka mwisho. God delights. Mungu anafurahishwa na moyo mnyenyekevu. Niumbie moyo mpya. Sasa hapo ndio tuko. Moyo safi. Moyo na moyo tena wa nini? Wa kunyenyekea. Na moyo wa nini? Uliobondeka. Haleluya. Sasa ndio hiyo, sasa hapo ndio tuko. Moyo safi, ulio na hisia za unyenyekevu na uliobondabondwa mpaka ukabondeka. Sasa hiyo ni maombi tunaomba. Niubie moyo mpya. Nataka nikwambie hatari za kuomba hiyo maombi. Haleluya. Maana wengi wamekuja hapo nasema, Lord, create in me a humble heart. Oh Lord, create in me a heart that is... When you are praying that prayer, you need to think twice. You rather not pray such a prayer. And that is where we have made many mistakes in our life. Because tunaomba kitu when we are not prepared. We ask for humbleness when you are not ready to be humbled. Because when you ask for humbleness, you are asking God, humble me. Hallelujah. Humble, remove the ego ambayo iko ndani yangu. When you are asking for humbleness, you are telling God, circumcise my heart. When you are asking for humbleness, you are telling God, remove any clothes that does not please you in me. Toa mavazi yote. When you are asking for humbleness, you are telling God, I am eagle. Nimesoma. Niko na degree. I am a professor. You are telling God that remove the doctorate ama certificate yoyote iliyowekwa ndani ya kichwa changu. Ing'oe, nataka kukaa venye nilizaliwa. When you are asking for humbleness, you've been driving a Mercedes. You are telling God, take me to Mukuru. Na nikae na hawa watu na nisisikie mafi kinuka huko. When you are asking for humbleness, you are telling God, now make me a servant, that I may be serving people. And do you know what God will do? He will bring to you watu ambao wanakaa kama kisheji.
people that will irritate, people that will strangle, people that will bring you down, situations that will bring you to the levels that you will not want to be associated with. That is what we call asking God to give you a humble heart. Ask your neighbor, are you ready for the humble heart? Ask your neighbor, are you ready for the humble heart? Ask your neighbor, are you ready for the humble heart? So none of you is ready. Yeah? None of you is ready. Naolia mtu mimi wewe. Umeuliza huyu? Amekujibu. Amekujibu. Wewe ulimjibu. Sikusikia. Sikusikia. Unajua, you are typical Christians. And typical Christians, they don't look at, when you're asking a question, are you ready for a humble heart? And there is no answer. Look at your neighbor, mwangalie eye to eye, ball to ball. Are you ready for a humble heart? Are you telling me ama unamwambia? Are you ready for a humble heart? Yeah. Unafikiria kwanza yeah. I'm telling you, none of you is ready for a humble heart. None here. More especially the synagogue people. None of you. If you knew what you are asking for, it is a body surgery. It is a surgery. A diabolic surgery. A mental surgery. A heart surgery. A stomach surgery. Everything, it is a surgery. Ego surgery. Imagine sasa you are ego. Na ndivyo watu wanakujua unatembeleaga kwa hewa. Ukinyoroswa kama gari kubwa anyoroseke baka ajue kunyoroswa ni kunyoroseka, unakaa mzuri. Hallelujah. When you ask for a humble heart, you are telling God to remove everything from you. You become empty and he starts now feeling you. Hallelujah. Kupata humble heart ni kuondolewa kila kitu. Kungolewa kila kitu. Ego yako inangolewa. Masomo inangolewa. Pesa zako zinangolewa. Kila kitu kinangolewa. Unabaki empty debe. And then you leave yourself there to be filled step by step. If you are a millionaire, don't ask for a humble heart. Kama wewe ya mtu unakaa ruda, unaendesha magari kubwa kubwa, don't ask for a simple heart, a humble heart. Because your car will go. You know, there are people there in Dunda, ile gari wanaendesha inafanana na ile nguo amevaa. Sasa kama anaendesha anavaa nguo kama hii, anaendesha gari ya blue because it is there. Yeah? Mama ile kipochi amebeba kinapandisha na hii nini kingine, na rings na viatu na kucha na gari zinafanana na hadi kachifu na hata kuogea kama yeye amevaa za blue, hata kuogea ni kwa blue. Hallelujah. So are you ready? Because God will remove one after one. He will chase them that support you one after one. He will ground you to zero, to ground zero, for him to build you with the heart that he wants you to have. You have never given anything in your life. You are not a giver. Haujuagi kutoa msaada, kubariki, kupatia watu chochote. Chakula ile mingi unapikiaga umbwa yako chakula ya shilingi 10,000 per day. Hallelujah. Ubwe inakulaga vizuri kuliko watu 500 wa mkuru kwa Ruben. Ubwe yako moja. Sasa it reaches a time God will allow auctioneers to come and auction you. Because you asked him, give me a humble heart.
he will test you in a hard way. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of James 1, I think it's James 1. Can you open for me James 1? And let's look at it in this way. James, verse number 2. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Count it all joy when you face challenges of trials. Because the trials are not coming to you because God hates you. Because there is a prayer you made when you went to Katoroni. Tukiruka mwaka, there is a prayer you made to God. Umeenda Heaven's Gate, there is a prayer you made that you ask God, use me. Nitumie. God will never use a vessel that he has not tested. He will never. You can never be given a driving license if you have not been tested to drive a car. Knowing that the testing of your faith will produce patience. Before you get the patience, before you are patient to sit and listen, God will bring a huge challenge in your life. Because we know you. You don't listen. You know you brag. We know you brag. Tunakujua haupendi kukaa chini, haupendi kuambiwa, hauwezi kuambiwa, hauwezi kuelekezwa, there is nothing that can be told of you. And you are asking God, hi Baba, how are you? Long time. Yes. Things in your life, nobody can tell you anything. And you are asking God, here I am, a vessel. Just like Isaiah said, use me. God asked, is there anybody I can use? Yes, here I am, a vessel. Just I'm ready to be used. And God called Isaiah, gave him a small responsibility. Just few. And his mouth was in tatters, was vomiting, was diarrheaing. His mouth. The man of God, Isaiah, was vomiting, diarrheaing, hopeless, useless man. And he has already surrendered to God. He told God, I want to be used by you. God will never contaminate himself with the kind of language, the vulgar language you have. God will never contaminate himself with the kind of the hatred you have towards people. God will never contaminate himself with the kind of how you treat other people. The ego you have, God will never allow it to come to you. And that is what Isaiah was in. And when God realized this man will be not be, he saw the man who wants, he wants to become. But what happened? God saw that Isaiah is still not yet. What did God do? Hallelujah. What did God do? Alimweka makaa moto kwa mdomo yake. Now that you want God to use you, are you ready for a hot charcoal in your mouth? Why did he put the hot charcoal, makaa moto kwa mdomo? Alimweka kwa nini? Did you ask yourself? Amwekelile neke makara. Mahio, makara, not makaa ile ya metarakwa. Sio makaa ile ya mtamayo. Coal. Ile na chibabu, ile coal. Hata ukiweka huko maji haipoi. That is what was put in Isaiah's mouth. How many of you are still ready to be humbled by God? How many are still ready up to that level? Tumepuguka. I'm telling you, by the end of this sermon, none of you will be ready. Isaiah akakamatwa, akawekwa makaa moto kwa mdomo yake. You can imagine, unawekaga tu waru moto, alafu ukimeza unasikia waru venye inaenda mpaka mahali inaenda kutulia.
Sasa imagine makaa moto ikitembea kwa mwili, ikitembea kwa mdomo yako, inatembea inakupeleka and you have no option of spitting it. Only because he said, here I am, use me. That is the only mistake Isaiah did. Here I am, use me. And God knew that I cannot use a trash. I cannot use a compromised person. I cannot use a vulgar language person. I cannot use somebody who is lazy. I cannot use a liar. I cannot use an arrogant person. He must make sure that you are humble and humble indeed. When we started this ministry, immediately we started. 3 months later, Corona was there. And it was like now the world has been shut down. And he told me to continue preaching. To what? Kwenye viti. Nilihubiria viti 6 months. Remember now, imagine now, put yourself, the daughter Waruinge, you know. Aliyekuwa kiongozi wa kundi maharamu. Kiongozi wa watu over 4 million. Nilisukumwa, nikafinywa, nilibaki kuhubiria viti. Imagine kanyumba kama haka ukiona viti viko empty. Alafu ndio kina Kokiwa alikuja. Nancy akakuja. Karo akakuja. Alice akakuja. And all these people with experiences from different churches. Koki ni mobilizer wa mapasta. You can imagine, amekuja kukaa kwa mtu ambaye, chini ya mtu ambaye hata kuokoka hajaokoka vizuri. Lakini yeye ndio mobilizer ya mpaka mabishop. Koki ukimwambia kesho unataka 10 bishops, wanamsikiliza, watakuja hapa. Sasa ndio huyu amekuja kukaa chini ya Dora Waruinge. Nancy, makanisa karibu ya nusu ya Nairobi ndiye amehusika kufungua. Amehusika kwa njia moja nyingine. Mtu huyo ana influence ya mapasta na mabishop. Ndio huyo sasa amekuja kukaa chini ya Dora, mwenye hata hajui kitabu ya Genesis iko katikati ama huko. Hallelujah. Now you can imagine the kind of the people God brought to me. Nemakohiadeli. Beside huyu kukua ni mtu hapo na influence ya kuita watu wote, alikuwaga muisi. Ni mtu alikuwa naiba failu ya kotini, inapotea. Zile faili zote zilipotea enzi hizo. Ni yeye. Kama si yeye involved, mtu ukienda kwa mtu wa kwanza kutoka yeye wa pili, yani mwenye aliiba ule wa kwanza, yeye utamkuta ako na badhiri ama na batu hapo. Sasa imagine, huyo ndio mama umepatiwa, mwenye anajua pastor mwenye ameokoka na mwenye hajaokoka, mtu mwenye amesimama vizuri na mwenye hajasimama vizuri, mtu mwenye yani all these people. Siku moja aliniitia mapasta wakakuja kwangu hapo City Stadium. Tulipokaa nikaambia nataka tufanye conference. Wakaniambia sasa niwatafutie ya airtime 10,000 per person ya airtime, mabishop na mapasta 10,000 ya kupika simu. Na kila pastor alikuwa aende aite watu 10. Sasa kwa kila mtu kuita mtu ilikuwa 1,000. Sisi nikauliza kwa sasa hii tutafanyaje? Maana sijai kuwa katika mambo kama hii. Sijai kuwa involved kumobilize. Mimi najua mobilization, political mobilization, lakini hii siijui. Sasa huyu nikamwambia hiyo pesa sina. Na nikamwambia communicate to them, hiyo pesa hakuna. Ile kitu walifanya, uzuri walikuja kwa sababu they were doubting. Niliwakuta hapo akiongea, akasema sasa huyu mtu utaenda kuambia anakuitisha 10,000, anagojea kuje, lakini by God mercy nikapita. Venye Gideon alipitia akasikia venye wanamsegenya, nikasikia wakiulizana, sasa huyu utaenda kuita watu uwaambie unawapeleka kwa nani? Lakini bado wanagojea shilingi yako 10,000 waende nayo, maana wamepata shamba ya kulima. Lakini Mungu akafanya kitu mzuri sana. Sijui ni nini lifanyika. Tulikuwa kwa kanyumba kingine, kalikuwa workshop.
wakakuja kwa kanisa huko juu, na nilikuwa na youth, nilikuwa nahubiria. Akina Buju Sayo ndio walikuja kuokoka. In the process, deliverance, Mungu akateremsha tu deliverance, ikaingia kipawa, nguvu zikashuka, nikaanza wote wakaanguka chini. Kai, na niema, imagine umeagusha bishop mmoja akaanguka, akavuja meza ilikuwa ya glasi yote, pia ikaanguka ikaenda. Sasa mistake namba 2 ikaingia. Anawezaje kutokuheshimu wachungaji? Anawaangusha. Walitoka wale walikutana nao kwa mlango wakisema, huyu hakuna mahali anaenda. Huyu hakuna mahali anaenda. Ndio naonanga yule rafiki yako akikuja lazima nimpatie microphone. Maana yeye alisema huyu hakuna mahali ataenda. Saizi yeye anakujaga kuomba, akipata pastor Mugada ama mwingine anataka anakujaga kuomba hapa tumupatie ahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. But I don't blame them. I don't blame anybody. How you mama amenisubua huyu. Mpaka kuna siku nilikuwa nafikiria ni murarue magumi. Na huyu Aris. Munakaa sasa, nasikia Margaret hapa akipiga makelele. I wish you were given this one. Iko wapi ingine? Karo na Nancy ikara hali. Sina mpaka venye wamekaa wamejipanga strategically. These are good trainers to train you to be humble. Ndio nanaka na wabiaka niko 5% salvation. Because nilifanyiwa hawa walinifanyia kazi. Jana tunapaga, tunakuwa tuko kanisa. The following day ile maneno utasikia, na ni mimi niko hapa na hubiri, na imetoka kwao. Ile maneno utasikia pako na shida. Siku moja nilikuja nikateremka kutoka nyumbani, nikafika Nyayo Stadium, hiyo roundabout ya Nyayo Stadium, nikageuza gari. Nikashindwa niko diradi. Diradi yuko shamani natumia. Diradi yuko shamani na koki. Diradi yuko shamani na Alice. Nikageuza gari. Nikapata baka Bomas. Sauti ikaniambia, ni mimi niliwatuma huko, rudi. Nikateremka. Kufika huko ilikuwa karibu saa 5. Nikakuta wamenigojea. Mtumishi, man of God. Unaangalia unaona ni nyoka tu. Unasikia? Kama ungekuwa na uwezo ungemweka kofi. Well, because I had surrendered. Kuna mtu nilikuwa nikirudi hivyo nikipanda, kuna mtu nilipasta, nilikuwa nimwambia, alikuwa ameniomba viti. Na nikipata pesa nimsaidie na viti. Nikampigia simu nikamwambia kuja kesho saa 3. Zile viti zimepatikana. Mungekuja Monday amungekuta. Ndio Mungu akanifugia pale Bomas, akaniambia rudi. Nikarudi huko nikahubiri. Siku hiyo nilihubiri mpaka kila mtu akasema, hii ndio wao hata keu. Wao tu. Na nilikuwa na mahubiri ya vita. Bwana anasema, wale wanacheza na kazi yake wanaenda kuangamia, wale wanakaa visivyo wanaenda kuangamia. Yani hakuna vasi hata moja ya Biblia ni venye mtaangamia, venye mtahabri, venye kutakuwa. I never preached the whole year. It was preaching of bitterness. Kumbe Mungu was dealing with my heart, because alijua this is an arrogant person. Hii ni mogeke tu imejaa hapa. Na lazima angetoa mogeke yote. Na ilitolewa City Stadium. Ile arrogance nilikuwa siwezi kuingia tugari hivi. Lazima nikuwe na gari special. I was reduced, nilitembea na motorbike. Kuna siku nilibebwa na Johnny. Najua ka Johnny kale. Kutoka nyumbani. Kwa sababu nilitaka kubebwa. Maana katanibeba, alafu nikaambie pesa nitakupatia jioni. Maana sikuwa nazo. Zote zikaisha. Nikakuwa sina. Sasa the ugliest sin ikakuja. Tukakosa pesa ya kulipa nyumba. Maauctioneer wakatumwa. Ndio hao mchana life. Na watu wote wanajua huku ni kwa Dora ule mkubwa.
Viti zikaanza kutolewa moja baada nyingine. Nikapigia mwenye nyumba simu, nikamuuliza umeamua hivyo? Sasa angalia, ile umugeke ikarudi, kwa sababu Mungu alikata kujua mugeke imeisha, niachane, kwa sababu niliambia Mungu I'm ready now, use me Baba. Igwera that guy dekera mehia mako Baba, ndere digo gwathekera. Alinifanya testi moja, tunafaa kulipa tarehe 5, tukachelewa na siku 2 ya tarehe 7. Tarehe 6 na tarehe 7 hiyo asubuhi ndio hao auctioneer wakaigia. Nikapigia mwenyewe mwenye nyumba, ugo nigo yeshiria totwarane kawari ganiro nini nuramenya na dili nao. Mungu akaniambia si ulinidanganya uliachana na hiyo maneno, kumbe bado huko kwa hiyo kikundi. Bwana asifiwe sana. Wakati nilirealize hivyo, nikapiga magoti chini, nikakumbuka kuna kacheki nilikuwa nayo kwa kanisa, nilikuwa nimepatiwa na mtu, nikapatiana kaende huko na kakaenda through. Kumbe Mungu ana taste kakitu kadogo. Ukiambia Mungu nimeshida sasa, niko sawa, nitumie, anakuletea taste inalingana na hiyo kitu umetaka. Mimi nilianguka tena, nikarudisha process another 6 months ya kutoa umogeke. Bwana asifiwe sana. Siku hiyo ndio niligogewa gari na vijana walevi. Naona pale Carnival hapo kuna walevi wengi sana hapo. Kakijana na Kasubaru. Mzae mjinga wewe, toka mjinga, unafikiria hii gari yako toa takataka kwa barabara. Toka mzae, wamefungua mlango kila mahali. Mimi nilinyenyekea tu nikaambia I'm sorry. I'm sorry. Jiga wewe, toka. Sasa mmoja hao ndio akasema, najua huyo ni nani? Huyo ni Buddha. Mase huyo ni Buddha, tuepe. Vichwa zitatembea. Wakatoroka wote wakaenda. I never touched by saying, I just said I'm sorry. Hapo ndio nikaanza kujua ile kitu imeanza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you reach that angle. Naonaga Oliver hapa tumeanza naye juzi. When he came here, he was a totally American man. Because he has lived in America. He was totally American man. But now I'm seeing him is becoming Kenyan slowly and slowly. And the more he becoming Kenya, the more God is lifting him up. You must tune to the language of God. You must fit the language of God. Knowing that the testing of your faith produces patience. So don't worry how long time you are going to face. Ask yourself, have you been humbled? Have you humbled yourself? Wacha hii ate God mpaka lini baba kijana. No, don't ask that stupid question to God. Ask yourself, am I ready for what I'm asking? Nimeshughulikiwa vizuri? Ndio uulize mpaka lini. Utakuwa mang'aa mpaka lini? My sister, for how long utakuwa mang'aa? Afade, for how long utakuwa mang'aa? The more utakuwa mang'aa, the more unachokoro. Hallelujah. The more. Watu hapa ni watumishi wa Mungu wengi sana. I can see many people ni watumishi wa Mungu. I can see watu hapa ni servants of God, business moguls. But your arrogancy, your failure to fear God, your failure to submit to God will cost you a more wasted time. Utaendelea kupoteza wakati. Utaendelea kupoteza wakati wako. Maana God will never change. He is not like African. God will never go for a shortcut. He will go for a full course with you. Utaenda kosi mzima. That is why you are stagnated. Hakuna mtu amekuroga. Hakuna mtu ameroga wewe. Ne kumia kiogo. Gigekirwo doro, gigacoka gigekirwo cotton ya doro.
Alafu nakuambia Mungu, "Hey Bwana, unajua Bwana ninakupenda." Riaboroko kekerebosa. Unampenda na jana ulikula ugali kwako kulikuwa kunanuka nyama na neighbor alikuwa amekuomba chubi tu ukamunyima. Na hata karibu adike kwa mlango tumehama. Alafu unakuja hapa Sunday kutapikia Mungu. "Oh Lord, Master of masters, you are the King of kings, you are the King of love." Then he reminds you, friji yako baka umeifuga na kaba, maana haifugiki, imekaa hivi venye imejaa. But your brother does not have food. And then you are asking God to use you to do what? Unataka akutumie. Brother yako amekufa njaa. Brother yako ako na malnutrition. Brother yako is suffering somewhere. Your cousin is suffering. Your neighbor, a man in church here does not have a house. Kwako umeweka godoro mpaka zimekuliwa na panya. Oh, Master of masters, Riakotori Mahasaya, the God of love, I come before you. What kind of a God? Which God are you talking about? If you are saved, there is nothing can be gotten from you from that God. You have 10 pair of shoes and your brother does not have a single shoe. Unangua wardrobe yako baka imeinama ni ole yakuwe tata siamali sitakwashia kwa yake. Sikuenda za siamaliro. Si imebeba wardrobe, imebeba baka imekaa hivi baka. And your sisters at home, your cousins at home, they don't have clothes. Then you come, Lord of mercy, Lord of love, Lord of Kateria Bakatia. He will never listen to you. Do you know what he'll do? He will cause you to suffer the more. Atakupatia pesa utume tutoto wako wapi? Tuwili ngapo. Only 2. Kama tumwa kule UK. Katakaa mwaka mmoja kakutane na watu wa madawa za kulevya. Sasa uonage uko na nguo zimejaa, lakini kama mtoto kako America. Mimi I fed, nilikuwa Germany, nilifeed watu chakula, wazungu hawana chakula. Na snow ndio hiyo, anakaa juu ya snow. Na imagine nimevaa maguo 10 na bado nasikia baridi. What about this man? I had to go to the hotel, McDonald's, nikanunua chakula niende nikae na wao tourist. Na by the time nikukaa huko, mwenye tulikuwa naye alinisaidia kugadora magoro, na huyu amekaa hapa amzuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able to emulate and do what God does, that is when you are going to move to the next level. You will never preach. You will never become. I have the capacity to go even kupeleka basi moja wapi? Kayole, Dadora, ndio kanisa ikae imejaa. Lakini Mungu aliniambia usidhubutu. It is me who is going to grow the church. Hallelujah. Na akaniambia hii si mogeke. Mogeke tulikuwa tuna recruit. Wangapi waliface? Walikutana na mogeke mundu kumundu in recruitment drive. Ni huko Kayole tu nikipita mtaa, wewe unashika ni kunyorosa, unapeleka ndani ya nyumba. Kunyorosa na kuambia kutoka leo ni mogeke. Umesikia? Na kwa sababu uwezi hama, utahama wende mtaa gani? Ukienda Dadora tuko, ukienda Kayole tuko, ukienda wapi tuko. Ilibidi unatulia, unakuwa mogeke. Na unaanza ili kabiwa hii haikuagi hivyo. Na hiyo ndio kitu Mungu alinishughulikia sana nayo. Kwa sababu nilitaka sana, natuma kina Kokwi, nendeni mmobilezi wa mama, tikiti ndio hii muwalete. Mungu akasema, hiyo tu pesa tote nikazimiwa. Wewe ndio ulifanya tu pesa tu kutufugwa. You should have told me. Mungu huko hakufanyagi kama huko kwingine. Huko ni Mungu yeye ndiye anafanya process by processes. Until that you reach this time. Hiyo ndio inaitwa sasa you have been humbled. Mizigo yote ya dunia imewekwa chini. Na ni Mungu kwa sababu ya ile ombi ulifanya nini? Uliomba. Nilienda hivyo mpaka sima kwangu ikakatiwa kwa kikigi. Kwa Dora Waruinge ilikatiwa kwa kikigi.
Sasa kila mtu area mzima wakajua Dora amekatiwa stima. Si hiyo ingine walikuwa wanakuja wanakata, ninarudisha kawaya. Wakikata narudisha kawaya. Sasa walikuja wakakata kwa kikigi na wakang'oa kikigi, wakaenda nayo. Sasa imagine walikuwa hata hiyo kijiji yote walikuwa wanataka kunichagua chairman wao. Hiyo I was in that process ya kuchaguliwa chairman. Sasa wakaona hiyo kiroli kimekuja kimeshika na hiyo kichuma ikakelewa kwa mgongo na lori ikaenda. Wakakuja kuuliza what is happening, kwa sababu kuna jamaa mmoja ananipenda akataka kuja kujua what is this Kenya Power doing in kwa Dora. Akaambia huyu mzee ajalipa miezi 12 na ile kitu anafanyaga ni kuiba stima, ni mwizi wa stima. The kind of life I wanted to live, it is not the kind of life that God wanted me to live. God wanted to live a straight life. Na wakati nilijaribu kuifinya, akanifinya. Na akarudi akaniletea aibu. Aibu zingine si za shetani. Aibu zingine, wacha nikwambie. Ndani ya pale Mungu wako, tafuta shetani pia anaweza kuwa hapo. Na ndani pale shetani yako, tafuta Mungu anaweza kuwa hapo. Maana mimi nilijaribu kufake life. I tried all I can to fake life. And the more I faked my life, Mungu akaendelea kunifinya. Electricity ikaenda, akanifinya, maji ikaenda. Sasa ikakuwa, unajua huko hakuna, siwezi kuandika mfanyikazi maana sina pesa. Ni asubuhi niende kwa neighbor. Na huyo neighbor ako kwa barabara, gari zote zinapitaka hapa. Na mitungi kapi niende ninabeba maji. Na mitungi 2 Dora Waruinge. Miezi 3 nikibeba maji. Mpaka vijana wengine wakaniambia tutakuwa tukikuchotea maji wewe ingia kwa nyumba. Vijana hivyo tu huwezi taka wakuingie kwako, lakini hao sasa ndio walikuwa kunibebea maji. Ukiwaona kwako utaita polisi maana ni waizi. Lakini hao ndio walikuja kuwa msaada kwangu. Kumbe Mungu alikuwa anataka nirudi kwa hiyo kirasi ndio niweze kuwasaidia. When God is ready to use you, he will reduce you to the level of what kind people he plans to give to you. Kama amekwambia utakuwa msaada wa kusaidia watu maskini, utakuwa maskini my brother. Ndio wewe na kiwedo gya guteidia ndu. Muno. Ndio rakinya ukaheo kindu. Kaheo nguo cia gwikira. Ndio rakinya. If you have a calling of giving in you, uko na mwito wa kupatiana, lazima kwanza upatiwe. Ndio ujue ukipatiana what you give, the value of what you are giving. Waikoro nduri waheo ya kuria ati unaona mundu hadu agite kasha anarusha kamkate amekula ameuma ati sikuragi brubad anarusha, unatamania kuivuruta, unatuma Roho Mtakatifu akuvurutie. Kama hujafika hapo bado huja qualify kupatiana. Hello wangapi wako tayari kuwa watu wa kusaidia watu? Okay, umefika hapo? Umetolewa kwa nini? Kwa nguo za mtu anakupatia paka kaguo kadani. Umefika hapo? But you are not yet. The journey is not yet. Hello. That is how God does. He made for Jesus to become a savior for this world. He was humiliated. Aliwekelewa kwa msalaba. Na wakakuja wakaandika jina pale inri ate huyo ndiye mthamaki wa Yahudi, ate huyu ndio mfalme wa Yahudi. It was a mockery language. Sasa jitoe. Wadagai.
jitoe. Alijitoa mpaka ikafika hata yeye mwenyewe akafili ni kama God has forsaken. My Lord, why have you forsaken me? You can imagine Jesus akifika level, my Lord, why have you forsaken me? Wadiganeria neke. Imagine muhonokia witu no kinyagia kinyire handu hagutuika ni akohonokio nigetha tuike muhonokania. He was hid mishumari. Hiyo msalaba nimeiguza. Hiyo msalaba nilikuwa nayo. Na hiyo nguo ile ilichapo ile ililaruliwa niliiguza hivi. I could see it. I could feel the power. After imagine sasa Jesus mwenye alitengeneza samaki zikaongezeka, mikate ikaongezeka, mwenye alikuwa anatembea juu ya maji, yeye anatembea juu ya maji and hakuna kitu kinamuaffect. The same Jesus cried to God. Mungu wako. Have you reached a point of crying to God? Have you? Nyokinyeti how? You are not yet. Ogoja uivishwe. Ogoja wakutengeneze mzuri. Verse 4. Ogoja wakutengeneze, utengenezwe vizuri. Ndio hiyo kitu unatamania kukua ukue. If you want to be rich, a billionaire, you must go kwa kina watu ambao ni mabilionea uulize walipataje hizi vitu. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Those are how many statements there? You patience. Combine verse 3 and 4 together. Put them together. The system is not allowing. Knowing that the testing of your faith produces what? So that is the greatest thing that will happen to your life. The patience. How are you able to wait? I will pray nitakuombea hapa. Wewe unajua umezoea ile instant miracle. Lakini Mungu ameniambia atapona after 1 year. So mimi nitakuombea, I will perform my duty and leave you. But now what will happen? It is every day convincing you things will be all right. I know ni December utapona. But now God will use the point you met me and the point of your healing, the 11 months of transforming you, changing you to a character that is usable in the kingdom of heaven. Utaenda kila hospitali, ukaenda kwa waganga, ukaenda kwa manabii, ukaenda kwa madiviner, you will go all places and nothing will be happening. And the more you go, the more you give out the little money you have. Baka wakati itakuwa mwisho, until when you will have nothing to compare yourself with. When your money comes to an end, hauna pesa kabisa, umepatiana kwa manabii, umetoa bego, umetoa sacrifice, umeenda kwa waganga wamekuitisha kuku ya black na ya white na ya what, umeenda kwa makazeni, umeletoa miti, kila aina ya miti dunia hii unajua ya kutibu hiyo ugonjwa, until you exhaust all your humanly knowledge. That is when God will begin with you. But if you have still something small to apply, God will never involve himself into your applications. Hallelujah. On your applications, on how good you are, on the little money you have, he will make sure you got nothing to cling on by reducing you to zero. Utakuwa watu wanakuona huko, wanakukopa, unakuta mtu anakuja kwako asubuhi. Mwelewa hivyo ito. Dokai. Daiko dali lione mugaba. Ajira tiriri. Kadina kare ndiragerera no ungihota kundeithia. Akimuria mwari wa thitene kadina kariko. Ndenda gukopera 2 million imwe.
Ogoboleke milioni imwe tondu he kawira karugamite ndidagwate. God will give an image to every person. You're a billionaire. Lakini jana ulikunywa turuki na kaugali. Sasa Alice anakuja kwa Margaret ukopera milioni imwe na ginya ciana itiri iranywa cai. Na uyu akagwetia milioni imwe. How will you feel to her? Ugigwa tongimuria ruhi. Wadirikana mathina maria wenamo. That is the works of God. He is telling you, you are a millionaire, but the process is not yet. Ya anakupatia sura mzuri kama hii. Nutagi kukopa milioni 10. Nimeokaga. Ukiremi na sio. No process. When God is in that process, you need to surrender as quick as possible. When you realize this is the process of God, surrender as quick as possible. Don't stretch it. I normally tell people, afadhali uende kwa shetani mukapigane na shetani kuliko uende kwa Mungu mukapigane na yeye. Maana ukiwa kwa shetani, you have a place to run to. You have a God to run to. But when God chooses now, I'm dealing with you, He will close all avenues. Zitafungikwa zote. Until that which He wants you to be becomes. Until that which He wants you to become, it will become, but in a process. And the process will be strengthened, will be shortened, or will be created long by God Himself. Not by God, but by you. Venye unakausha moyo wako, hivyo hivyo na yeye ndivyo Mungu anakausha moyo. Mungu ni mang'aa kukuliko. And more especially for those people who have been called into ministry. Leche nikwambie, kama God has called you into ministry, to serve into ministry for 30 years, I want to assure you that 30 years utazifanya. Hautakufa. You will try to die, you will not die. But God will subject you to total humiliation. Total. Bako na siku wako na ginya kipi ya hapo kwenu. Kina kutukana wewe mchawi wewe da. Unatoka hapo, unaenda kwa kona ingine unakutana na mwenda wazimu. Mimi nilitukanwa na mwenda wazimu Gong. Wakati nilikuwa nimekataa kuhubiri. Nilitukanwa. Na alinisomea kwa soko hiyo ya Gong hapo, wale wanajua Gong. Kwa soko ya Gong, mzee hana guo, una imagine venye amekaa. Amenishika hapa, ananisomea. Wewe mjinga kubavu wewe. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Unafikiria unaweza kushindana na Mungu? Uende uhubiri na ufanye kazi ya Mungu. Acha ujinga. Akanipiga kofi pwa. Kwa soko katikati. In the middle of the watu wakaangalia. Kai. Niona Kongo nilikuwa naogopewa kwa sababu huko Kongo ndio nilikuwa headquarter yangu. Au Kongo ndio wanajua nikikujua na polisi. Nilikuwa nakujua na polisi 200, helikopta 2, maradrova kila mahali zilikuwa zinafunga barabara zote. Kutoka Gong mpaka Kamete tulikuwa tunaenda na 10 minutes. Sasa hapo hiyo soko ilikuwa inasimamishwa ndio Waruinge ashikwe kwanza. Sasa hapo ndio mwenda wa simu alinidarulia makofi. Nikasikia wa mama wengine wakisema ni age shamani na modorome. When God chooses to bring you down, He will bring you for sure. But you are not going to die. Yes. Utasurvive na turugi. Na afya utakuwa na mzuri kuliko ule anakula nyama. Lakini sabuni ya kuoga utakuwa unapita tu kwa neighbor, unaongoja ile sabuni kanatupwa na maji, unakachukua tu na unaweka kwa mfuko na unajifanya hakuna kitu. Ama unaenda kwa neighbor kupiga story, unaenda kwa neighbor unasababisha stima zinapotea, ama gasi inakatika wakati ugali ilikuwa inaekelewa. Wewe you are the cause of the problem. Sababu ulikuwa unaenda kwa neighbor mpiga story ndio ugali iive mkule. Mungu anakata hiyo ugali, unaenda kulalia njaa. That is how it was. So that God, verse 4, so that God, we see, knowing that the testing of your faith produces
patience to be able to depend alone on God, to be able to know that God is a master, is a king of kings, is a provider, is the source of my livelihood. But let patience, when it is given to you, let patience have its perfect work. Woo! Hey, there, underline that word perfect. Let that patience. Huyu mama hataki kuniangalia. Tini ndehete thina gwaku. Sweetheart, tini ndehete thina gwaku. Ikirĩrĩria tu. Tungata Ngai. Ndwarirwo tungate. Ukegeraga. Ukiura. Yeah? Nimekubali. Si sahi. Sahi uliambiwa. Bwana yangu alikataa. Na bwana yako alipokataa ukakuwa busy. Nikaambia Mungu kwanza akate hiyo. Bwana yake aliambia Mungu. Sasa ni nini nilikuleta hapa leo? Nimtumikie Mungu. Bwana yako ameunganisha pale ilikatwa. Ati Bwana aliambia Mungu kata, Mungu anakataa. Mungu ako na masikio mzuri. Masikio ya Mungu ni mzuri, iko na magnet. Anasikia, alikata na yeye mfereji yako ikakaa. Silikatwa? Oyo mutumia ginya nguo ndari igiri cia gucenjia. Niguo? Kweli. Hana nguo. Ukijaribu kusaidia huyu, utajua Mungu ni Mungu. Atakugoga ukae poa. Undu to ndateithagio. Mwirorere acugurikiro nginya rike. Mumbagiririe na kiugo kamera Ngai ekuo, Ngai ni agukurathima. Tondu ndiui makinyanitie na Ngai ha kuringwo. Niguo mami. Hivyo ndivyo kunaitaka. Kuna watu hapa wananyoroswa, wanatengenezwa. Na ukwenda kushikilia kusaidia huyo mtu anatengenezwa. Usijaribu hata siku moja. Mtu mwenye anatengenezwa achana naye. Niguo. Mudu uragerete guteithia ri arafisi Magerio. anaitaka kwa mtu sogea mimi nikae. Huyo mtu anaanza kupatwa na shida mpaka wanasema kuma mtumia yule okire guku niguo maundu mahuthuke. That is it. God don't assist God. When it comes is a process of God. Achana na huyo mtu, mkae tu naye chini, hata kama nisikubiri, muelewe vizuri, musome, ujue huyu ni Mungu anashughulika ama ni dunia, ni shetani. Mtu wa shetani kushughulika na shetani msaidie. Lakini mtu wa Mungu hata mwekee dawa ya kukunywa hapo ya kukufa maradioni, utakunywa usikie ni Coca-Cola. Bwana Yesu asifiwe sana. But let patience have its perfect work. Kama huyu mama. The perfect work of God. Okira. God takes up. Ndio nani ameshughulikiwa? Kinyona. The perfect work of God. Ugo ndio Ngai ashughulikia mundu. Ndukai na ndugacamania na mundu ngiriki. Wetetwo ni Ngai. Wetekere agegwathikira Ngai. Si umetengenezwa vizuri? Na bado ndio uretekera. Ni thina urakwiraria riu. Ni thina. Ndio vile ameshughulikiwa. This is now what you are calling the perfect work of what? Patience. Maana kaguo ni haka tu. Huyu mama hana nguo ingine. Ni ingine moja. Na hiyo ingine ni pili bado. Huyu bali amefikishwa. Huyu chakula anaionagia kwa view sasa. Ni kweli? Ama wamama wa soko wakitembea na magunia hivi. Huyu mama huyu. Hiyo ndio inaitwa perfect. Daudi. The perfect work of God. He makes sure that it is perfect. That you cannot be able to escape until you surrender.
God will never shut the doors zote madirisha afuge at once. He puts you in a cage iko na mashimo 10. Anakuja anakuuliza, my girl, are you ready? Ni hege dauti diraigu wa kiolimu. Anafuga kashimo kamoja. Anakaka, my girl, are you ready? Idauti kiria no girasho kireregia apostle. Jeda ugekiria. Anafuga kashimo kegine. Anafuga kamoja huyu amebakisha tuwili. Sasa wakati katabaki kamoja, oxygen aone sasa ni kuisha inaisha. Sasa hapo ndio anataka Mungu, God, here I am ready. Ana surrender. Ile language anaongea unasikia anaongea language ya Mungu. Ile kudhioma anadhioma unasikia this is God. Lakini si kupenda kwake ni university of patience. It produces perfect work. Uliza huyu mjamaa atakwambia. Ati ni huyu mjamaa ameshika microphone hapa. Mjamaa alikuwa anakula na mapresident. Mimi nimekaa chini na 37 presidents kukula na kukunywa na kwenda pale nje kwa kamuti kukula ka glasi ya wine tukiongea maneno. Ati sasa ndio nakuaga na hawa wazee. Ati kupatia hawa wazee chakula hapa. Kukaa na machokora kina buju. Ati wanakuja machokora wanajaa hapa. Can you imagine? Mtu mwenye hata insi zilikuwa delicate. Yani insi gi koguhereria. Tiko guhereria hale. Gi koguhereria. It was a big deal. Gi peke yake insi kukaniambia mimi. It was a big deal. Sasa hawa machokora ndio wanakujaga hapa na abia. Bwana asifiwe. When they could not even come near me. Na sasa jera, hebu niambie ndio nifike hapo. Mimi nimekunia kwa kitanda. Nilianza kukunywa pombe. I used to drink. Pombe yangu ilikuwa Glenfiddich. Walevi wangapi hapa? Walevi wangapi? Inua mkono juu. Walevi wazangu wa zamani. Inua mkono juu. Hata wauzaji, inua mkono juu. Walevi wa kukunywa na wauzaji. Yes. Wewe si muuzaji? Glenfiddich ni ya pesa ngapi? The lowest inakwanga ya 17 years old and 13 years old. Ile ambayo ni lowest ya pesa kidogo sana 80,000 shillings 1 liter. 13 years, mtoto wa 13 years ndio unakunywa na 30 minutes. Kama ningekosa Glenfiddich nilikuwa nakunywa Mattel chupa moja ni shilingi 11,000 mpaka 27,000 kulingana ni gani. Ama ningekosa hiyo nakunywa Hennessy VO what? VSOP. Wale vitu jipigieni makofi. Hiyo ndio ilikuwa pombe yangu na meza yangu pale. Lakini at the end of the na hiyo yote nilikuwa nafanya nisihubiri. Nisijipate nikihubiri. But at the end of the day pale Gong nilijipata. Ukiteremuka kutoka Gong kuna juanko hapo. Nilijikuta kwa tunyumba twa mabati tunauza kwa ile ya kupima na glasi. Kutoka kwa VSOP baka kwa glass. Kale unaekelea hivi. Alafu ndani kamechoro saduku ya mtu. Ako kane. Ndani kamechoro saduku ya mtu na kingine kamechoro kama Masai na kingine imeandikwa ndani kill me quick. Na kuna kingine imeandikwa rest in peace. Hapo ndio nilijikuta. Nikaenda mpaka ikafika breki za na huko nyuma zikaisha. Sikuwa najua ikitoka. Nilikuwa nasikia kitu kimeanguka kama ni kamawe. Na ninasikia niko sawa tu. Na watu wakicheka na mimi nacheka because it was normal. Kwa kitanda nilikuwa nakaa hivi nainua kamuguu hivi na achilia kwa kitanda. Baka siku moja niliamuka nikajikuta niko na
magunyo is a white, zinatembea kwa mwili. That is what marked my transition. Nina imagine sasa magunyo inakutaka kukwambia nini? Magunyo inakwambia nini? Where you are headed to. Your next move, your next transition ni magunyo. That is when I started now. Hapo ndio Mungu tulifikishana na Mungu. Na ile kitu yote nilikuwa natorokea ni nini? Na niliposhika microphone, Mungu alinipatia watu 7. Na nikakaa, wakaongezeka kina Koki, kaongezeka, tukafika 20. Alafu tukaanza vita ya watu hao 20. Nikanyorosewa hapo mpaka nikaanza kushindwa. What is this? Nakumbuka kuna siku tulienda Gong mlimani kuomba. Kamama kutoka Eritrea kanakatalia kwa gari yangu. Karo na Haris na Kokiwa na kangoa. Ndio nataka hii historia yenu ya historia yenu mnakuaga nayo. Hai ni baba Ishaki because si ya jana. It has been there because those are tests that God will test you, parallel tests. Akanitest na poverty na akanitest na upande hii mwingine. Hiyo nimetoboa. Hiyo hata mkifanya nini nimetoboa. Hapo nimewekewa tiki. Hiyo yenu hiyo nimewekewa tiki. Hiyo usikakwe na wasiwasi. Hiyo nimewekewa. Lakini hii bado sijatoboa kabisa kwa hii. Wangapi wameonyeshwa kwa ndoto the kind of church tunaenda kuwa nayo? Ule ashaiona kwa ndoto. Nenda tu mkono yako. Uliona imekaaje? Cha tusikie. Ilikuwa kubwa sana na ilikuwa ya white kabisa. Alafu hapa mbele ilikuwa njoo kama madhabahu ilikuwa njoo, watu wako chini. Alafu vikingi ilikuwa tu strong kama hizi lakini ndefu. So watu wakikunja mahali huko wangesunguka hivi, lakini walikuwa nasunguka hivi ndio wakunje sasa kwa madhabahu. Alafu ulikuwa umevaa nguo za white kama vile Achimbizo Ng'ang'a anafanga. So sasa vile wewe ni mrefu ulikuwa very smart. Alafu mimi sikuonyesha mambo ya handsome. Nilionyeshwa vile ulikuwa smart. So ukiwa hapo kuna wageni walikunja. Ukasema waletwe mahali huko. Lakini njoo kulikuwa kumewekwa boundary. Walisimama kama pale. Ukawaombea. Na wakasema watakuwa wanakunja kanisa. Lakini waonyeshe mahali watakanji wanataka wafundishwe kwanza. Mahali watakao wafundishwe kwanza. Aha. So, yes. Ukarudi ukachukua, kulikuwa na wamama wale deaconesses. Hakukuwa sikuonyeshwa pastor, nilionyeshwa deaconess. So walikuwa pia wameketi kama pale na intercessors. Nikaandikiwa these are army warriors strong for Jesus. Ndivyo iliandikwa. So ikarundi wakakaa kama pale. Yani kazi yao ilikuwa tu ni kuomba tu. Hata wasikilizi ile inaendelea. So nikaonyeshwa pia wale intercessors trainers. Mahali pia walikuwa trainers wa intercessor. Yeah. Mahali nao walikuwa na nguvu. Juu hapo juu yani ilikuwa mwangaza mkubwa sana. So na wewe ukiwa pale njuu sasa uko hapa lakini kanisa iko huko. Alafu ilikuwa tu kubwa mwangaza mwingi. Kukakunja wagonjwa. Sasa wagonjwa walipokunja hata huku shinda kuwawekelea mkono. Ulisema wagonjwa wote wapelekwe pande ile, wakawekwa mkono wako wa right. Ulifanya tu hivi. Wote wakaenda wakiwa wamepona. Alafu sasa nikasikia imeambiwa na bado. Na bado. Haya. Tuendelee, nani wewe? Okay, the church was kama marathon of the Holy Basilica. This one in Kongama. It was very, 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 very big.
na the congregation ilikuanga outside, kulikuwa huko kumejaa kabisa, but outside kulikuanga na kama lines kama 6 zimejipanga, and then kukuja ulikuanga na hizi vitu zinakaa za archbishops hizo kofia. There was kina watu nilikuwa naona nyuma yako, ukikuja kuingia una turn venye tu anasema on the right, unazunguka hivyo on the right, lakini hapa mbele mwangaza, it was very 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 strong. So sasa zile watu wanataka kuombewa mahitaji ya kitu kama magonjwa, walikuwa unasema nani anaamini anapona, wakiamka unasema tu in the name of Jesus, hivyo tu wana receive tu, kama ni vipawa in the name of Jesus, yani hakuwa na doa inawira mulito. Thank you. So full of. Thank you. Another one? Mwingine? Magi? Praise God. Simama kwa miguu yako miwili. Shika microphone unasimama. Yeah, it's some time I was shown that we are being given a cathedral of praise. Mimi niliona tu kanisa kubwa imeandikwa cathedral of praise. And there were a lot of people who are flocking. Ilikuwa kama queue tu. Watu wanasonga tu kwa queues wakiingia tu wamepanga mistari. The name of the cathedral was very tall. It had, sijui nielezeaje, ni kama synagogue ya kitu kama synagogue hivi kama, yeah, but it was a cathedral of praise. Thank you. Who else mwingine? Thank you. Tuachie hapo. Ndio ule mwingine pale, pelekea ule. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu niliona mimi hata sikuwa nimejoin hii church, but niliona kitambo. Nikaambiwa niende kwa Ndura Waruinge, sikuwa namjua. But niliona church ilikuwa kubwa. But watu walikuwa napita hivi, wanaingia na mlango kubwa sana. Hivyo ndivyo niliona, na ndiye nilitafuta church na ndiye nikakuja. But ilikuwa kubwa. Thank you. Sasa ndio ifike hiyo. Nimepita hii class kweli. I'm being trained. Hallelujah. I'm also being trained. So for us to get there, so it will all depend on my willingness to do his will. Nikiendelea kubishana, kungangana, mkianza, unajua unaona kama kumekuwa na power in struggles hapa. Watu wanapigana, hii grupu inapiga hii, grupu inaimkana. Haikuagi kwa sababu ya hao wanapenda kupigana ndio mimi nikuje nianze kushughulika na hizo tu vita. Ndio naonanga I don't care. Hallelujah. Nyinyi endeleeni kuuana, mkiuana wengine watakuja. I don't care, but you will never derail me. You will never. Accusations have been here, there, but that one does not stop me. You cannot stop. And again, number 2, I will never allow you, wewe ukuje ati sasa ukue stumbling block kwa kazi ya Mungu ati kwa sababu wewe ni friend yangu. I can't give you that chance. I know. Sitaki kukunia tena kwa mattress. Sitakubali. Nirudi hapo diketekera kia kweli diketekera. Niliumishwa uchugu. Na wewe pia anajua you have faith. Just imagine. But let patience have its perfect work, that you may be perfect. Angoja, that you may be perfect. And he patient ikushughulikie in a perfect way so that you can be perfect. Understand that? I didn't hear hallelujah hapa. Listen, that let it have its perfect work, so that in it the perfect work will make you perfect. Hamjaelewa hii? Kuna Biblia Kiluya, niwasomee na Kiluya. That you may be perfect and complete. Not only being perfect, but also be complete. Ati ukitembea unatembea unasikia indeed Mungu ako ndani yako. Yaani unasikia mama amesemaje? Hakuna kuombea, hakuna kuwekelea mikono, ni kusimama tu hivi. Why? Nitakuwa nimeshughulikiwa mpaka nimesarenda kwa Mungu. You don't need to kushughulikia mimi, mtu nishughulikie.
Mshinishughulikie, hata maombi sitaki. Kana maombi yenu sitaki. Madiho yako hoyate kanile kule. Kuna mama amenifunga miguu. Kuna mama sasa kama hii inaua watu kabisa. Kuna mama wamenifunga, wengine wamenifunga mikono, wengine wameweka wamepeleka, nimefungwa. Gaya nito toshuje. But that one will never stop the work of God in me. Because I will never succumb to what your plannings. I will never succumb to anything that does not belong to God. Why? Because I have surrendered. Wacha nikwambie, when Joro bukuja. This is my son. Si mnamjua? Huyo niliachiwa na mama yake akiwa na miezi 9. Utoiri hata. Uelewi? Gai. Habari ya masiku? Papa. When did you see me last? 25th. Yes. Na tuko Nairobi hii. Because he cannot stop my work. Bwana asifiwe sana. I will never allow him to stop my work. Thank you baba. Ama nataka kuwasalimia. Bwana asifiwe. Wapenda sana. Mimi naenda shule kesho. Naomba tu mniombe nipitie masomo vizuri. Nipite. Na ile maombi yenye mliniombea kwa KCP nilipita. Asante sana. Asante. The last time I saw him ilikuwa on 25th. Siku ile tulikuwa hapa. Since that time I've been on ministry. Umeona kama kamekonda? Si kameka vizuri? Because God is taking care of him. Kama ni mtoto yangu ambaye nililea akiwa kutoka miezi 9. Niliwachua akiwa 9 months. Nikamwambia chukua mtoto. Ulinipata nikiwa vizuri. Bwana asifiwe sana. He is there. God is taking. When you release yourself to God, God takes over your responsibilities. God takes over anything that has been disturbing you. So when you stop arguing with yourself, arguing around here, wakati utaacha kubishana na Mungu, God will take care of you. He will take care of anything that you need in your life. He will take care of all your responsibilities. Maadili zote wataondolewa. They will be pushed out of your life. Nobody, you don't have an effort. You don't need to have an effort. Things are opening. Let me give you a brief example before I go. Uko hapa? Hi. Kuja nisalimie. Kama. Nakakuje kakae hapa. Mkanunulie nguo. Ukatengena. Good. Yanga. Sasa. Tuiri hata. Mama wako wapi? Yuko pale. Habari ya shule. Ni shule uliwacha wewe, ulisimaliza. Unafanya nini? Uko tu. Zinasema uko tu. Sasa heda ukae pale. Tafutiwa kiti pale. Katafutieni kiti hapa. Kama mtoto kametoka bali. Huyu mtoto kametoka bali. Ulisa mama yake atakwambia. Ni Mungu. Ati kamekuja kamesema kanisa hii kazi kanyaka. But she is my good friend. Upimwe uko kama hii. Si unajua kuimba? Na ukujage practice. So let me give you a very brief example of what God can do if you surrender. Na usifikirie kukuja hapa kushika microphone, that means that God has okayed you. You may come kushika microphone, you prolong your challenges. You may come ujiite pastor hapa, you prolong your challenges. Unaweza kujiita intercessor hapa, you prolong your challenges. Surrender to God for him to give you the platform for your excellency. This house we are in the month of November last year again 2022, ugeniambia naweza kuwa mahali kama hapa, I will say no.
January ungeniambia naweza kuwa mahali kama hapa, ningesema no. February ningesema no. March ningesema no, because we were tulikuwa tumetoshereka na hiyo kanyumba kadogo pale ka watu 20. But God had a different plan. Alituma tu kamutu kamoja, acha nikaita kamutu for the purposes of description. Alituma tu kamutu kanaitwa Boya. Si mnajua Vincent Boya? Nani nilimuona siku yake kuingia kwa kanisa? Alikuwa amevaa trosa inakaa imetoka kwa mdomo ya ng'ombe. Na ka t-shirt kako na mashimu, t-shirt imekuliwa mpaka na kuguni. He looked a suspect. Somebody you not want aingie kwa kanisa. Na alikuja wakati watu sasa tunakunywa kikombe ya chai. Then kule tulikuwa tunakunywa chai. Saa hiyo ndio unaona sasa kina Sharedi, unaona Sharedi ni wa mama wa haiba kubwa, kina Karo. Sasa nilijaribu kukaficha wa mama wa kanisa wasikaone, wasione kama nimeleta mogeke. Kwa nini? Kaka niambia ninataka kukuweka kwa YouTube yangu. Nikamuuliza YouTube ili uniweke aje sasa? Najua kuna mtu anaweza kuja kukwambia ushinde atia. Tuta in the first place. Turabanilia nawe ko. Tunaanzana na wewe wapi? Kumbe Mungu was testing me. Nikangangana na mimi. But when the time for the blessing of God has come, nothing can stop you. And he can use anything in your life. Mostly things that you can despise. Because that man, I despised him. Akaniambia sasa, nikaona tunangangana na wamama wa kanisa wataanza kukua na ile insecurity. Ni insecurity ama ni insecurity? Ni insecurity. Nikakabia ingia hapo, nikakaficha kwa ofisi yangu. Kakaniambia hata sikai, nataka nikuchukue tu kakilipu ka 30 minutes. Na nikaona hata amesema vizuri 30 minutes tumalizane aende. Akachukua na kasimu kake haraka. Akaniambia hii kitu nitaipost jioni. Alipost 7 in the evening. But by 8, I had received more than 1,000 calls from all over the world. People wanting to know, where is your ministry, man of God? I want to support you. Where is your ministry, man of God? Where have you been, man of God? You are a blessed man of God. I have sent 10,000. I have sent 100,000. In 2 months, nilikuwa nimetengeneza 3.5 million. Not my effort. From a person, niliona nikatakataka. And that is how we were able to migrate here. Nikatangaza, nikaambia watu nataka kuhama. Watu wakanunua viti. There is nothing that is me here. Nothing hapa. That is when you release yourself to be used by God. Because when you release yourself to be used by God, God brings everything that you require for his work to be fulfilled. You will not struggle. But when you are alone, you will struggle. When you are alone, when you are not in the will of God, it's going to be difficult, because it is you who is planning, not God. But when you release God to be planning, when you release God to work, when you release God to be in your life, when you release the ministry to God, when you release the life to God, when you release your business to God, God comes in and he makes it perfect work, that you may be perfect and complete. He completes. He makes it complete. Hallelujah. It is not you. And lacking, you will never lack. I have never lacked anything. Nimekwambia, I traveled 9 countries, chartering from one country to another country na business class. Sema business class? Yes, business class. I never spend my single coin. Business. Sema business. Wagapi wameenda na ndege? So you know the business class. Iko na tuchakula toke kado. Na kachupa kawaini hapa. Angalia sasa, pastor alikunywa. Hiyo itaendewa maombi. Itaendewa maombi. Madiviners watadivaini hiyo. But it was complete journey. Finding people God had prepared these people. I never made a flyer. I never made a call. I remember I was telling you here, I'm traveling but I don't know where. Ile kitu mtakuwa mkiona, I'll be posting where I am. So mmekuwa mkiona? I've just been posting because it was a surprise after another surprise.
Now I'm having another trip to 13 states of the United States. I don't know when, but I'll be going. And nitaenda na watu kama 7. Nilikuwa na group ya watu. Hallelujah. Ameanza kusema Kenya. So wait, now, but let patience, I have been patient, have its perfect work in me. I've been circumcised. My heart has been circumcised. But bitterness ambayo nilikuwa nayo imepunguka. Niko nayo kidogo, haijaenda kabisa. Na hiyo sasa ninaambia Mungu aishughulikie haraka haraka. When you have bitterness of life, the challenges that you faced, the failures that you made, the kind of things that you did that you should not have done, they causes you to have the bitterness. When unatoka hapo naenda nyumbani unakuta sufuria ni wewe na ulitumia hii jana ugali, tena hii tumia ingine, unakuta sufuria 8 zote ziko na nini makombo. Unaangalia age yako, unaangalia microphone ile unashika, unaangalia kanisa, unaangalia kila kitu. Machozi naaguka, unaiabia machozi wewe ni machozi ya furaha. I'll cause you to shed the tears of happiness. But it is not until takubali kusema this is not the tears of happiness but tears of pain, until you are able to say as it is, until you are able to say the way it is, until you are able to walk the way you are supposed to walk. God will never relent on you. For him, he will make sure you have succeeded in making you perfect, and the perfection in you makes you complete, and the completeness in you makes you have everything. Bwana Yesu asifiwe sana. So the challenge that you are going through, it is a test from heaven. Rise up. Tushike sadaka zetu, fungu zetu za 10. Our sacrifices, fungu za 10, sadaka zote zishike tu, mtaniletea hapa. Na jioni nitakuwa na anointing ceremony. Nilipofika kuna mahali nilipata mafuta huko, nitawa explainia imekaa miaka gapi, na ndio huyo mtu ambaye ni wale wanavaa ile ya Yerusalemu akaniambia imekaa miaka gapi, na akaniambia Mungu ndiye amemwambia nipatie, na akaniambia this is international. So nitakuwa na ceremony later kwa service hiyo ingine. But for now, wacha tutoe sadaka zetu. Leteni tu hapa, mwekele hapa kwa second tier hapa. Leteni tu hapa. Wekelea tu hapo, wekelea anywhere hapo. Thank you. In whatever angle penye huko tu unaweza kuwekelea. Sio lazima mkuje Wow. Kuja baba, kuja. For the first time. Hey. Umeweka ndani ya bahasha. You are delivered. Yes.
mwambie ameniona. Mwambie nione leo. Fungua kinywa chako. Mwambie God, I'm ready to be used by you. Mwambie God, I'm ready now to be used. Use me now. Use me now. Nitumie kama chombo. Fungua mdomo wako. Mwambie mimi niko tayari kama Isaya kutumika kama chombo. Mwambie niko tayari. Niko tayari. I am ready. Mwimbie Mungu. Sing to him. He has seen you. Amekuona. Amekuona. He has seen you. He has seen you. Yesu ameniona. Ameniona. Fananisha na Musa.
Mungu, kwa jina kuu la Yesu Kristo, tunanyenyekea mbele zako na mbele ya kiti chako cha enzi. Tunalihimidi jina lako, tunakushukuru ni kwa sababu ya ubali huu. Kwa hakika Bwana, tumeona mkono wako, tumeona nguvu zako Bwana. Pokea sifa na utukufu, ni kwa sababu wewe ni mwema. Kwa kila kipindi Bwana tumekuona, hakika umetutendea na umetutenda mema. Asante ni kwa sababu ya matoleo ambayo yametolewa na watu wako kwenye madhabahu yako Mfalme. Hivyo wamenyoosha mkono wako wao Mfalme mwema, wakasimama na nyumba yako Mungu, na kusihi na kuomba ya kwamba ukasimame na maisha yao ambao wametoa fungu zao za 10 kama vile neno lako Bwana linasema, ukalifuate na ukalitimize maishani mwao kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu, kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. And now may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Hey.